Hii ni Present Truth Loud Cry Ministry. Karibuni katika ujumbe wa wakati. Wapendwa, karibuni tena. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Tunachukua nafasi hii tena kuweza kuwakaribisheni wote popote ambapo mnafuatilia, tukiwa na imani ya kwamba Bwana amekuwa mwaminifu na amekuwa mwema kwa kila mmoja wetu. Leo tena tumeingia katika studio zetu za Present Truth Loud Cry Ministry pamoja na Biblia Nuru ya Dunia. Kwa majina ninaitwa Pastor Frank Onyango. Mimi ni mchungaji katika kanisa la Wana Matengenezo wa Adventista wa Sabato nchini Kenya. Pamoja nami kwenye studio tena tunaendeleza mada yetu ni mchungaji Emmanuel. Yes. Chai. Amekuwa na mambo mengi, mambo mazuri, mambo ambayo yamekuwa yakitufaidi na kutujenga. Na tuko pamoja hapa tena mchungaji, karibu sana. Asante. Mungu ni mwema, Sabato imekuwa vizuri. Kabisa imekuwa njema kabisa. Mungu atukuzwe. Nashukuru. Leo tuko na mambo mengi. Kabisa nashukuru. Kwa hiyo wapendwa, kabla tujaendelea, maana hatungependa kupoteza muda, kuna mambo mengi pia yamekuwa pale kwenye mitandao. Kuna watu wanaandika comments, kuna watu wako na wanauliza maswali, kuna watu wamechanganyikiwa na masuala ya utatu, kuna watu vile vile wanaleta video za wahubiri ili tuweze kuona kana kwamba haya mambo ni mageni. Kwa hivyo nitakuachia mchungaji Chai utueleze mawili matatu, lakini kabla hatujaingia, ni vizuri tuweze kufungua kwa ombi. Wacha niombe alafu ndio nikupishe. Asante sana. Tuombeni wapendwa. Jina lako litukuzwe, Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa sababu tena umetujalia nafasi nyingine kwamba tuweze kuendeleza somo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako itufunike. Tuma malaika watakatifu watu kumbushe maneno yako kupitia uweza wa Roho Mtakatifu. Wanaofuatilia wabarikiwe pamoja nasi. Neema yako itutoshe. Mjalie neema mtumishi wako anapoendeleza somo. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Asante sana. Kwa hivyo mtumishi, mchungaji, mahali ambapo tunaanzia, nafikiri title yetu ya leo inazungumzia waanzilishi wa imani ya Kisabato. Walikuwa na imani gani? Sasa uwanja ni wako. Ni kweli. Wewe unaweza ona ni wapi tutachukulia? Ni sawa. Tuambie ni yapi yanajiri, kitu gani unataka kujibu? Ni sawa. Ila kitu ambayo naam. Ni tuzungumze ama tukiweke wazi na watu wasisahau kabisa. Ni kwamba lengo langu kubwa naam. Watu wasiweze kulisahau. Naam. Ni kwamba Yesu alipokuja duniani zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Naam. Na aliacha kanisa hapa duniani. Naam. Na lile kanisa ukisoma Mathayo 16 kuanzia ile aya 18. Naam. Anasema kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Naam. Akaacha doctrine kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Naam. Na kanisa likaanza kwa nguvu. Sasa hizo doctrine ndo zilikuwa tukazitafuta mpaka tukazijua. Naam. Sasa shetani akaingilia kanisa. Akaliharibu sana kwa kiwango kikubwa. Naam. Lakini katika kila kizazi Mungu akawa na watu wana preserve the truth. Imeenda mpaka sasa, lastly before Yesu arudi katika kipindi cha mwisho, analeta masalio. Tunaelewana vizuri eh? Sasa tuko katika hiyo party. Je, masalio wamekuja kurudishiwa kile kanisa Yesu alivyoanzisha, kanisa la mitume? Maana kama ni masalio lazima kuna wale walioanza sawa, alafu hawa sasa wanakuja kumaliza kazi. So lazima wafanane na wale. Nafikiri tunaelewana kabisa. So tuko hapo na tunalenganisha mambo. Na hata jana, juzi, leo tunaendelesha tu mambo yale. So nafikiri hapo ndipo tuko mtumishi kabisa. So kwa hivyo unaniruhusu niendelee? Endelea. Asante sana kabisa. Basi nataka nichukue nafasi hii mahali popote ulipo nikukaribishe, nikitumai ya kwamba umekuwa na Sabato njema, tumeweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, na sasa jioni ya leo tumerudi tena ili tuweze kuendelea katika mafundisho yale ambayo tumekuwa tukiendelea nayo tangu tulipoanza. Leo nafikiri ni siku ya 6, tukiwa kesho tunamalizia. Nafikiri siku moja tuliruka. Sasa kabla sijaingia katika fundisho la leo, wajua mimi nimekwambia kwamba nimeishi vizuri na ndugu wengi tu sana. Na wananipenda. Wengine wanadhani ya kwamba labda pengine mimi nimepokea imani ambayo sio, unaona, mpya. Vitu kama wajua shetani kweli, kusema ule kweli, amechanganya watu.
Naam. Yaani hizi vitu hata hawajui kwamba hizi ndizo sasa ndio misingi ya Wasabato. Sasa wanafikiri hiyo misingi ambayo wako nayo saa hii hawajui historia. Kama leo nimeongea na mzee rafiki yangu sana. Umeelewa vizuri eh? Sasa nimejaribu kumudadisi kama anajua historia ya kanisa kidogo tu. Lakini yamkini ni kwamba hajajua haya mambo, kwake ni mageni. Kwa hivyo mzee wangu ambaye ni rafiki yangu tutazidi kuongea na naomba leo pia aweze kunisikiliza. Alafu kuna mapasta wengine pia that trying to send me some videos. Umeona? Hawajui ya kwamba mimi mwenyewe nimespendi yani unaona usiku kadhaa, yani usiku mara nyingine hizi vitu unaenda even the whole night, hata usingizi unakupotea. You are reading and researching and listening to different teachers. Unaona, in the church ili kufahamu haya maneno. Sasa wameweza kunitumia video. Mimi sikutaka ni react kwa hayo, lakini kwa sababu wananitumia wakidhani ya kwamba labda pengine wanataka kunisaidia. So mimi nataka nijibu. Nataka mwanzo nijibu hayo maswali na zile video wamenitumia. Unaona, kwanza wamenitumia video ya McFinley. Alafu nyingine yule anaitwa Randskit. Sasa unaona huyo Randskit huyu ni mhubiri mkubwa sana katika kanisa la Wasabato. Na vijana wengi ambao wameinuka saa hii wakihubiri sana yeye ndiye kama baba yao ambaye anawafundisha kama mwalimu wao. Umeelewa? Sasa ukimtaja vibaya hata saa hii basi utakuwa umekosana na watu wengi sana. Mimi namheshimu kwa sababu yeye naye anafundisha kulingana na vile elimu yake anaelewa. Lakini kama ni kuja na doctrine za Wasabato, lazima tutampima na Biblia na roho ya unabii. Tujue je anaongea ukweli. Wajua watu wengine mwalimu ama pastor wanafikiria kwamba a lot of quotations and a good English, umenelewa, is the preaching. Mtu atoe vocabulary kubwa, umenelewa, wanafikiria sana facts, lakini unajua nampima na vitu rahisi tu. Kwa mfano mimi nimesikiliza wale mandugu ambao wamenitumia hizo, wale mapasta wamenitumia. Mimi nimesikiza Randskit. Lakini I want you to go back to him and pass this message direct to him, because they're telling me they're talking direct to Randskit. Umeelewa? So I'm giving this message here from Nairobi. Unaona, so that they send it to him direct, so that he can also help them understand. For example, yeye ametoa Matthew 28 verse 19. Umeelewa? Akisema hapo Baba, Mwana na Roho, anasema kwamba kuwa ni sasa ni Trinity. Of which it is very wrong. The greatest error. Alafu akatoa mahali hata Yesu anabatizwa. Na ni mara ya kwanza hapa nilianza kutoa hayo maneno. Nikasema huwezi kusema ile kweli. Hakuna mtu hii dunia ashawaitokea akadefend Trinity na Biblia, na hata waitokea as long as Biblia ndio itabakia. Labda ije nyingine. Lakini kama ni hii ati mtu amini Trinity atumie Biblia kuitetea, that one I'm saying categorically huyo mtu hayupo, hajawaitokea. Kwa mfano wacha tumpime tu huyu Randskit sasa na roho ya nabii. Nataka tumpime na hiyo Mathayo hiyo. Nataka tumpime tu. Na Randskit ni mtu ambaye nimemsikiliza miaka ya zamani. Nilipoona ni mtu ambaye ameingia kwenye utatu, tunamheshimu sana. Tukaona roho unabii pia ako nje kabisa. Ako nje tu. Wacha tumpime tu. Kwa wale marafiki zangu, manuscript release volume 12 page 260 paragraph 2. Nataka tu munisikize vizuri kabisa. Sasa mimi na Randskit nani ambaye anaongea ukweli kulingana na tradition ya interpretation ya doctrine in the Seventh-day Adventist Church. Kabisa. Ndio tutamjua huyu anatoka na laini gani. Unajua ukimchunguza vizuri anatoka kwa laini ya evangelicals. Ha interpret the scriptures in accordance to the traditional Adventist interpretation of the scriptures. The way mimi nimemwangalia na nikamsikiza na nikampima. Umeona? Sikia hii sasa vile nasema kama kuna utatu hapa. Wacha nikusomee mwalimu. Nisomee because Ellen White is referring to Matthew 28:19 and 20. Sasa sikiza rafiki yangu pastor ambao umenitumia. You are my brother na tunapendana. Wewe unajua. Now listen to me ili usiku huu mrudishie Randskit sasa hiyo maswali ya kujibu. Inasema before he left them.
wakati akiwaacha, Christ gave his followers a positive promise. Yesu aliwapa wanafunzi wake ahadi ya kweli. After his ascension he would send them the Holy Spirit. Ya kwamba akienda mbinguni atawatumia nguvu ya Roho Mtakatifu. Go ye therefore. Akamwambia sasa nendeni sasa. He said, and teach all nations. Na muende mfundishe ulimwengu wote. Baptizing them. Mwabatize. In the name of the Father. Katika jina la Baba. A personal God. Yani Mungu halisi. And personal God. Wajua Kiswahili mara nyingine inatatiza. Huyu ndiye Mungu. Yani Mungu, a personal God. Aya, and of the Son. Na kwa mwana. Yani mwabatize kwa jina la Baba, Mwana. Mwana. A personal Savior. Yani a personal Savior, yani mwana halisi. A personal Savior, mwokozi halisi. Mwokozi halisi. Huyo ni mwana. And of the Holy Ghost. Na kwa Roho Mtakatifu. Sent from heaven to represent Christ. Ambaye anatumwa kutoka mbinguni kumwakilisha Yesu. Tunaelewana vizuri kabisa. Endelea. Alafu inasema teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Hiyo ni Matthew 28 anajibu ni Ellen White huyo roho ya nabii inajibu Matthew 28:19 and 20. Hapo tayari ukiangalia Ellen White vile amejibu. Hapo unaona kuna utatu hapo. Hapo Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja kulingana na Ellen White. Anasema a personal God. Amen. Umeelewa? Alafu anasema a personal Savior. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu ambaye the son. Unaona? And son wacha them in the name of the Father, a personal God, and of the Son, a personal Savior. Umeelewa? Hapo tayari hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, na hakuna Mungu Roho Mtakatifu. Si Mungu watatu. Imebaki Mungu ni mmoja, ni Baba, the Father. Alafu huyu Mungu ambaye ni mmoja ni Baba ana mwanawe ambaye ndiye mwokozi wetu, personal Savior, Kristo. Amina. Alafu kuna Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu anatumwa kutoka mbinguni kuja kumwakilisha Yesu duniani. Amina. Sasa hapo hakuna utatu. Sasa ambayo iko kwa fundamental belief. Sasa aende amuulize Randiskit sasa. Amwambie Trinity ni nini. Ndio hapa nimeshinda nikisema, unajua kama pengine at least tumejaribu na Mungu ametusaidia, at least wajua kuna vitu zingine hatufai kuzirudia sana. Umenelewa? Nimesema kwamba katika doctrine za biblical theology kuna terms ambazo kama kwa mfano what is Trinity? Kuna ile definition. Tunaelewana? Trinity si baba mmoja, mwana na roho ati uhesabu 1 2 3. Unajua hata Randiskit amesoma pale Yesu anabatizwa afa anasema 1 2 3. Sasa pale Yesu anabatizwa, si ndio? Roho anakuja in form of a dove. Umeelewa? Alafu anasema baba ako mbinguni, Roho anakuja pale, alafu Yesu wako pale, alafu anahesabu hati 1 2 3. Wewe kwa hiyo ni Trinity hiyo? Trinity sio hiyo. Trinity sio. Wajua watu wengi hawajaenda kustudy wakajua Trinity ni nini. Trinity katika SDA ile inaitwa tritheism. Inamaanisha kwamba there is 3 principles. Ni principles kila mtu kivyake. Mmoja anaitwa God the Father. Wa kwanza huyo. Ni jina tu amepewa. Alafu mwingine anaitwa God the Son. Huyo ni Mungu mwingine. Huyo ni Mungu mwingine lakini jina lake anaitwa God the Son. Alafu kuna mwingine principle mwingine ambaye anaitwa God the Holy Spirit. Umeelewa? Another God. Na wakija pamoja nao ndio wanaform kitu, wanasema wanaform kitu inaitwa Trinity ama uungu kulingana na wao. Umeelewa? Which is very different from Matthew 28 na 19 and 20. It's very different. Na tena kuna mahali kwingine hapa katika special testimonies volume 4 page 23 paragraph 3. Inasema hivi. Nisome. Inasema they have one God. Wana Mungu moja. And one Savior. Na mwokozi mmoja. And one Spirit. Na roho moja. The Spirit of Christ. Roho wa Kristo. Is to bring unity into their ranks. Ambaye sasa analeta umoja katika wale waumini. Tunaelewana vizuri eh? One God. One God. There is one God. Sasa huyu one God is called the Father. Na nilitoa katika clip yangu ya pili. So watu waenda wasikize hapo kwanza. Ndio walete kwa. Inasema one God is
God the Father, God the Father, God the Holy Spirit, wakiwa watatu ni one God. Sasa hata hiyo ni tritheism. Kuna wengine Mungu mmoja lakini na vichwa tatu, unaona? Ana mwili mmoja lakini vichwa ni tatu, unaona? Alafu kuna wengine tena ile inaitwa sijui nyingine tena hapo ambayo inasema kwamba yule baba ndio yule Agano la Kale alikuwa anaitwa Baba, Agano Jipya anaitwa Mwana, alipoenda mbinguni anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa ni confusion. Lakini roho ya unabii iko wazi kabisa, inasema a personal God. Hiyo ndio ukasome. Alafu na a personal savior, the Son of God, and then una the Spirit of Christ or the Spirit of God. Hiyo nasoma ukienda Warumi 8:9 inasema roho wa Mungu, tena nataja roho ni yule roho wa Kristo, ambao sasa Biblia iko wazi kabisa na hakuna ugomvi. Kwa hivyo uende hiyo Matthew 28:19 and 20 haielezi Trinity hapo. So rafiki yangu, ndugu yangu, mrudie tena umuulize, mpe hizi quotation za roho nabii akueleze vizuri, na ni kuchunguza vizuri. Huyu Ranskit, Mark Finley, hata huyu former president huyu wa General Conference anaitwa Ted Wilson, hao wote, hata Ted Wilson kuna wakati anasema hawezi kueleza Trinity, so tunaamini tu, unaona? Kwa hivyo hakuna mtu duniani, ndugu zangu, anaweza akaleta Trinity akaingiza na akaeleza akitumia aya za Biblia mpaka udanganye. Hakuna aya moja kwa moja mtu anaweza kutumia ili sasa approve Trinity. Unaona, Yesu ana uungu, lakini katika kwa sababu ni mwana wa Mungu, unaona, ametokana katika Baba na zama za milele huko, na hiyo ndiyo divinity ya Biblia. Ana uungu wote, lakini hakuna ati miungu watatu, principle watatu wamekuja pamoja kama Trinity inavyosema. Kwa hivyo Trinity inakataa ya kwamba Yesu ametokana na Baba, inakataa, inasema ni Mungu wa kivyake. Sasa ngoja niwaulize, kama unaamini dhana kama hiyo na ile polytheism ile ya Canaan ambao miungu wanakuja pamoja alafu wanaform kitu inaitwa pantheon of gods, it's just the same. Kwa sababu pantheon is one, umeona? But inside the pantheon there are more than one deity. Umeelewa? So it is just they change the word pantheon wakaeka God, but inside that pantheon or inside that God there's more than one principle, which is unaona, which that according to the scriptures that is polytheism and that is paganism. Umeelewa? Na tutaenda kuangalia katika pioneers wa SDA, wale original wa SDA waliamini nini, wazee wenzangu na washiriki wenzangu, wale ambao walikuwa wananitumia jumbe na kuzungumza. Wajua, mimi nimeshangaa, kumbe katika kanisa la SDA watu hawajafundishwa historia, hawajui historia ya kanisa lao. Ndio sababu wanashangaa kwamba naleta mafundisho mageni. Hakuna ugeni hapa, utakuja kugundua kwamba hii ndiyo fundisho original ya SDA. Sasa ilitokea nini hapa katikati mpaka watu hawaelewi, mpaka ukiwasomea leo wanaona ni mambo mageni. So nataka tuende katika fundisho la leo. Nafikiri mwenye kuelewa ataelewa tu. So nataka tuende katika fundisho la leo, na tunaendelesha tu katika tunaendelesha katika yale maneno ambayo tulikuwa nayo. Sasa leo tunaangalia pioneers, lakini kuna quotations fulani pale ambazo nataka tuweze kuzisoma pale kabisa, ili tukaweze nataka mwanzo quotation ya kwanza tuende katika MS volume 1 page 201. Hiyo manuscript volume 1 page 201 ambayo nasema as a people. Nataka tuweze kuisoma, nataka tuweze kusisitiza ile tulikuwa nayo jana. Inasema unaweza umepata, as a people we are to stand firm. Kama watu wa Mungu inatupasa kusimama on the platform of eternal truth, katika misingi ya kweli, that has withstood test and trial, ambayo imeweza kusimama dhidi ya misukosuko na majaribu. We are to hold to the same pillars of our faith. Inatupasa kukamata nguzo za imani zetu, the principles of truth, principles za kweli, that God has revealed to us, ambazo Mungu ametufunulia, are our only true foundation. Ndizo misingi yetu ya kweli. They have made us what we are.
zimetufanya sisi kuwa tulivyo. The lapse of time has not lessened their value. Yani hata kama muda umepita kiasi gani haijapunguza. So Ellen White akizungumzia hii, nataka tuzisome tena, nataka tuniwakumbushe watu zile pillars. Hizi pillars alizokuwa anazungumza hapa, alikuwa ana refer zile fundamental principles za 1872. Labda nataka tuweze kuzisoma tena hapa. Tuzisome tena, nafikiri ziko hapa. Fundamental principles. Tuweze kuzisoma tena hapa, ambazo nataka niweze kuwakumbusha kwa wale ambao labda jana hatukuwa pamoja. Katika principle number 1, maana ziko 25, nilisema jana muende msome. Kama mimi nadanganya sawa, lakini kama ni ukweli, kwa nini ubishane na mimi? Kwa nini unikasirikie? Kwa nini hata utumie uongo? Maana hii kitu iko wazi kabisa. Ukisoma katika number 1 katika hizo principle nasema that there is one God, a personal spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth and mercy, unchangeable and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Psalms 139 verse 7. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni ya kwanza. Number 2 ikasema there is one God, Jesus Christ, the Son of the eternal Father, the one by whom God created all things and by whom they do consist. Inaendelea, that he took on him the nature of the seed of Abraham for the redemption of our fallen race. Na zinaendelea hivyo, Holy Spirit, baptism, new birth, prophecy. Inazungumzia, inaenda mpaka inafika 25. Na baadaye tena zinachapishwa katika denominational yearbook ambayo ndio inachapisha doctrine za kanisa. Kule mbele tutaangalia, tukifika siku ya kesho nitawaonyesha ile mtiririko yote mpaka vile inakuja kuchange sasa inakuwa Trinity, na niwaonyeshe kwa nini na ni wakina nani walihusika na kwa nini walikiuka maonyo ya Ellen White. Hizi vitu ziko wazi, na hakuna mtu ambaye anaweza akasimama confidently na akatetea kwamba hii maneno kwamba ambayo naongea hapa ni uongo. They know, wale ambao wamesoma kiukweli kabisa wanajua kwamba haya maneno nazungumza ni ukweli, ya kwamba SDA ilioperate kwa miaka 117 ama 18 bila Trinity doctrine ndani yake. Hiyo ni ukweli wa historia ambao hauwezi ukafutika unless you go to another church. But lakini kama ni kanisa la Sabato, ukweli uko hapo na haufutiki. Na uzuri kwamba kuna internet siku hizi. Internet haisahau. Hizi vitu ziko online na kila mahali. Kwa hivyo Ellen White akizungumzia kuhusu jambo hili, akizungumzia kuhusu ya kwamba pillars of our faith. She was referring to the 1872 fundamental principle. Amina. Sasa wewe kama una imani nyingine na hiyo, sasa wewe ndio utaniambia. Wewe ni Mwadventista wa kweli ama ni bandia? Wewe mwenyewe ndio jijibu. Unajua shetani ni mjanja, amegeuza ile kweli amefanya uongo na ile uongo amefanya kweli. Unaona? Wale ambao hata hawako katika ile imani ya Wasabato ndio wanasema ndio Wasabato. Wale ambao wanafundisha ile imani ya kweli ndio wanawaambia ati wanaleta imani ya kigeni. Si unaona kuchanganyikiwa huko? Kabisa. Kwa nini kanisa la Mungu lifikie mahali kama hapa? Kabisa. It's very yani inahuzunisha hata roho. Wametoka kwenye imani. Mimi by the way, I love Seventh Adventist people. But yani ule ukweli mimi nasikia uchungu because hawarealize ya kwamba they are in danger. Imagine hata jana nilikuwa naongea na mtu mwingine, imagine anafikiria hata fundisho la Trinity si muhimu. Yani yeye imagine anasema si muhimu. Ngoja niulize swali hili. Kama kweli mtu anafikiria zile mbao za amri za Mungu zilikuwa mbao mbili, si ndio? Mbao mbili. Mbao ya kwanza ilikuwa na amri ngapi? Ilikuwa na amri 4. Na mbao ya pili 6, si ndio? Na Yesu alipoulizwa kwamba amri kuu ile amri kuu katika sheria alisema ni ile mbao ya kwanza, si ndio? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, si ndio? Kabisa. Ikatajwa hapo. Sasa ngoja nikuulize, kama kweli watu yani dhana zao kama hazijapotea, unawezaje kusema doctrine ya Mungu si muhimu? Imagine. Yani mtu anasema doctrine ambayo inamhusu Mungu kwake yeye si muhimu. Sasa anaenda kanisani kuabudu nani? Because Trinity, it touches direct the doctrine of God. Who God is. Yes, who God is. Na kama ina distort, ina distract who God is, then it must be made. Lazima ipambanwe nayo na itolewe. Na lazima watu ambao watakuwa tayari kujitolea na kuongea ukweli, no matter what.
tunaelewa, lakini kwa heshima na kuheshimu watu wote. Na ndio sababu mimi umesikia nikiataki mtu yoyote. I have never, kwa sababu mimi sina sababu ya kutahayari ama kuwa na wasiwasi, because I know what I'm talking, I can prove it biblically na roho ya unabii and history. Sasa kwa nini nibabaike? Mimi siwezi kubabaika. Na hata mtu akisema anakuja kudebate na mi, by the way, I will set a new rule in debates mpaka watu watashangaa vile Mungu ananiongoza. Kwa sababu hatuwezi kuja kudebate na watu, unamuuliza swali amefunga masikio alafu yeye anaongea vitu vyake. Mtu kama huyo in 10 minutes mimi nimemalizana na yeye. I cannot debate a person ambaye namuuliza swali na ajibu. You have to answer. Kama una defend Trinity, give me verses that supports Trinity. Na nikikupa verse, explain it. Ukishindwa sema umeshindwa. Lakini si unaenda somersault hapo, unaenda pale. No, we finish within 10 minutes, I'm done. We cannot waste time. Tuna discuss vitu ambazo mtu unamuuliza swali and is not responding to you. Na wote ambao watakuja lazima watupatie proper definition of what Trinity is. Yes. Paka waelewe, waende kwa vitabu kwanza. Wasije na vitu zao. Wajua, mtu kama umeenda shule, usikuje kana kwamba huja waenda shule. Umeelewa vizuri? Mwanzo elewa Trinity ni nini kwanza. Umeelewa? Uje utuambie na ziko type ngapi kwanza usiseme. Na meaning yake, alafu utoe verse ambayo ina support hiyo. Kama huna, you don't have to debate with me. Mimi sipendi kudebate na watu ambao hawana facts. Hata tupikishane makelele hapa for nothing. Mwanzo jua Trinity nini, ilianza vipi, umeona, alafu isupport kibiblia. Ukishindwa hapo basi watu wote waelewe. Lakini si nikuulize swali unazunguka huko masaa mawili na hatupati majibu. No. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo Ellen G. White akisema ya kwamba the only true foundation ni 1872 fundamental principle, na hii nitairudia mpaka kufa kwangu ili watu wakaweze kuelewa. Ni 1872 fundamental principle. Ellen G. White, nataka niwarudie wale ambao wameshika, sijui wanafikiria wajua sabato wengine hata wakishika ile fundamental belief ile wanasema hii ni kanisa ya Mungu, hakuna kitu ishawahi kubadilishwa. Unaona? Unajua ni kama vile Waisraeli tu. Waisraeli Yesu alikuja kwao na hata Herode ameonyeshwa ishara na wale mamajusi. Umeona? Anasema endeni mkimwona mtoto mje mniambie. Herode akawa na wasiwasi, akaita Mafarisayo waje wamwambie, walimwadini wa Israeli waje wamwambie amezaliwa wapi. Wao wanamwambia imeandikwa atazaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Ashazaliwa Yesu. Tayari hawana habari. Hawana habari. Ndio hivyo leo. Unaona watu kweli kabisa wako watu, lakini watu wamepotea, na kwa sababu mkiacha ukweli wa Mungu mnaingia gizani. Unachukua giza unafikiria ni kweli. Kwa hivyo katika Biblia lazima ujishushe saa zote. Ndio mimi nakubali all opinions, ndio sababu hata wale wamenitumia nimeshukuru, lakini tayari huyu Ranskit ako out of order. Ako nje. Unaona, ako nje kabisa. Advent tradition of interpretation of the scriptures ako nje. Biblia ako nje. Sasa utanitumiaje kitu kama hiyo useme hata unanifundisha Trinity? It can't. Na ukitumia Ranskit hizo zake uje ati usimame na mimi debate. I'm telling you, kama utasimama na mimi debate mahali, nakwambia in 10 minutes huyo mtu atakuwa ametoroka. Hakutakuwa na debate baada hapo. Maana mimi nitamuuliza maswali matatu na nijibu kulingana na hizo aya na hata jibu. Because hii ni kitu ambayo ukisoma Roho anakuongoza na unagundua kwamba ni uongo. Lakini watu wajua ukweli wa Mungu ni mpaka ujishushe kwa Mungu ndio aweze kukufundisha. Na Mungu mwenyewe ndiye anachagua watu, si binadamu. Hiyo kazi haikupewa wanadamu. Mungu mwenyewe ndiye anachagua kutoka juu mbinguni. So twende katika koti nyingine ambayo Ellen White anasisitiza katika letter 95 of 1905. Letter 95 of 1905 anasema the truth that we have been proclaiming for more than a half a century have been contested again and again and again. Anasema ya kwamba kweli ambayo tumekuwa tukifundisha na kuhubiri kwa nusu karne zimepingwa tena na tena na tena. Ndio nimewaambia jana, unaona ile Review and Herald as from 1854 hizi vitu hizi fundamental belief, fundamental principle ambazo waliziandika 1872 they were already in practice. Kitu walikuwa wanaamini tayari. Ndio anataja hapa for the last half a century. Akirefer from 1854 wakati wakiweka hizi doctrine vizuri one by one. Umeelewa? Ndio 1872 anakuja kuziweka vizuri. Ndio anarefer kwa hizo. Wacha niendelee. Soma sasa. Wewe tafsiri. Unaona hata kutafsiri umenishinda. Inasema the truth that we have been proclaiming
Kweli ambazo tumekuwa tukitangaza for more than half a century kwa zaidi ya nusu ya karne have been contested again and again and again. zimekuwa zikipingwa tena na tena na tena. The facts of faith have been disputed. Kweli za imani yetu zimekuwa zikipingwa, But every time the Lord has established the truth lakini siku zote Mungu amesimamisha kweli by the working of the Holy Spirit. kupitia uweza wa Roho Mtakatifu. Those who have risen to question Wale ambao wameinuka kupinga and overthrow the principles na kujaribu kupindua principles And to overthrow the principles, na kuondoa principles hizo the present truth ambazo ni jumbe za sasa, has been rebuked. wamekemewa. Kemewa. Quote nyingine ndio hii katika select messages. Book 1, Book 1, page 208, page 208, paragraph 1. paragraph 1. Naam. The truth which point by point has been sought out by prayerful study Kweli ambazo hatua baada ya hatua zimepatikana kwa ajili ya maombi mengi, and testified to by the miracle working power, na zikashuhudiwa na uweza wa miujiza wa Roho, working power of the Lord. nguvu ya Mungu imeshuhudia. He calls upon us Anatuita sisi to hold firmly tukamate kwa nguvu, to the grip of faith, tukitumia uweza na wa imani, to the fundamental principles tukamate hizo fundamental principles that are based upon unquestionable authority. ambazo zimesimamishwa katika mamlaka isiyopingika. Sasa mtu kama anaheshimu Ellen White kweli, Naam, naam. kama kweli kanisa hili la Wasabato linaheshimu kipawa cha Ellen White, Naam, naam. kwa nini hii koti wakisoma hawaoni ya kwamba wamekosea? Kwa sababu zile principles zimeundwa katika unquestionable authority. Amina. Hili andiko la Mathayo 28:19 watakunambia Ellen White hawakulisoma wakati huo. Walisoma. Watakunambia James White hawakulisoma wakati huo. Walisoma. Unataka kusema J.N. Andrews hawakulisoma wakati huo. Na Wilbur na hao wengine wote. Walisoma. Wakina Uriah Smith hawakusoma hiyo. Walisoma. Wakina Wagon hawakusoma, wakina Ed Jones na wale wengine wote walisoma. Walisoma. Na Mungu aliwafunulia, ndiposa wakatengeza imani na nguzo za imani ambazo nizisimame. Kama kuna imani mpya itakuja kule mbele, haiwezi kupindua ile iliyokuwako hapo nyuma. Hivyo ndivyo tunafundishwa na tunaendelea kusoma hapa. Kwa hivyo kama mtu anamheshimu kweli Ellen White na anaheshimu kipawa cha unabii, lazima aheshimu yale maandiko ambayo yameandikwa hapa. Na mahali kwingine nitataka nisome, alafu niingie sasa katika somo, niingie katika sasa pioneers wenyewe sasa. Niingie 1888. Jana niliahidi kwamba nitaingia 1888 alafu nimalize na pioneers. Amina. Kuna quotation nyingine hapa ambayo nataka niweze kuisoma katika page 58 katika kitabu yangu, page 58. I want to go through it, alafu sasa niweze kuingia katika 1888 page 58 ambayo nitaisoma hapa. Inasema hivi katika Review and Herald March 2nd 1886. Review and Herald. Review and Herald. Hii hapa. Hii hapa. Hii Review and Herald of yes. March Of March 2nd 1886. Review and Herald. Sikia sasa. March 2nd. Vile Ellen White anasema. Vile anasema that which was truth in the beginning is truth now. Kile ambacho kilikuwa kweli hapo mwanzo ni ukweli hata sasa. Although new and important truth appropriate for succeeding Generations Hata kama kweli ambazo zinakuja kwa vizazi vinavyokuja have been opened to the understanding, zimefunguliwa kwa kuelewa the present revealings mafunuo ya sasa ambayo yatakuja sasa do not contradict, hazipingani those of the past, na zile zilizotangulia. Every new truth Kweli yoyote mpya understood only inaeleweka tu, makes more significant the old. Inaeleweka tu kwa sababu inafanya ya kweli za zamani ziwe more stronger, ziwe na mamlaka zaidi. ziwe na mamlaka zaidi. Amina. Kwa hivyo kulingana na hapa ni kwamba Hakuna new light ambayo inaweza kuja iseme sasa saa hii tunaamini Trinity, na ili hali wale waanzilishi wenyewe walisema Trinity ni mbaya. Na tena kipawa cha roho nabii Ellen White akasema hizo principle ni zibaki mpaka mwisho, ndio Wasabato waweze kufanikiwa kule mbele. So huwezi kuja hapa uje unipe kitu cha kigeni alafu wewe tena unanikejeli mimi, unaambia kwamba mimi nimeleta elimu mpya. Sasa lazima tujue kwani kulikuwaje, kama tulipewa misingi hii ilikuwaje mpaka tuko hivi.
Ndio hapa niko hapa kuyafunua mambo hayo. Kwa hivyo lazima ujihumble na unisikize vizuri hoja zangu. Lakini usianze tayari kupinduka na kuwa na hasira na kusema ati kwamba sasa now we want to destabilize the people. Tunataka sasa kuharibu washiriki. No. Kama wataharibika basi labda hawako katika upande wa Mungu. Na tayari walisha kuwa destabilized. Tayari. Unaona sasa sahihi si kwamba ati sasa sisi tuna call watu back to the original faith of the Seventh Day Adventist. Sio kanisa ya 8 vile watu ambao sasa wale ambao wanasema ati mnajenga kanisa ya 8 ya Wasabato ndio kanisa ya 7. Sasa jibu la hao watu kama hao ndio hilo. Ya kwamba sasa hili kanisa la sasa limetoka katika ile misingi ya imani ya kwanza, sasa lazima lirudi. Kwa hivyo si kanisa la 8. Ni kwamba in fact sasa hii tuna appeal na tunatoa sauti, na hii ndio inaitwa shaking. Nitakuja kusoma kesho ule mwisho kabisa na ujue kabisa hii ndio shaking. Watu sasa hii watachukua msimamo saa hii dunia nzima, na hii kitu si hapa Kenya peke yake, itashika ulimwengu mzima. Kama vile General Conference kumetumwa mabarua mengi sana wanatumiwa, lakini wananyamaza. Watu wengi si hapa Kenya peke yake, Ulaya ukienda kwa internet uone zile kelele zote ziko hapo. Watu wakati umefika ndugu zanguni, turudie Biblia na turudi katika misingi ya imani. Sasa jana niliacha kipengele fulani cha nikasema kwamba nitafundisha kuhusu the 1888 alafu nirudi katika pioneers. Sawa? Katika 1888 sasa nitaenda pale moja kwa moja. Na nilisema hivi, katika 1888 unao watu niliahidi jana. Nikasema sasa hao kuna ndugu zangu wengi sana, hata mimi napenda sana hiyo message. Inanipa ni kama maji ya uzima. Nikisoma hivi I feel the presence of God. Na wako watu wengi sana wanapenda 1888. Lakini la kushangaza kwanza kuhusu 1888 sasa, wakati mmoja nilienda kanisa fulani nikiwa nafundisha tu, nikauliza ile kanisa, what is third angel's message? Umeona? Nikauliza tu ile kanisa, ujumbe wa malaika watatu in verity ni nini? Unajua to my surprise hakuna mtu aliyejibu hapo kanisa. Unaona? Kumaanisha kwamba sisi hizi mafundisho ambazo tunapokea kila Sabato kanisani, kwa nini hazitujengi katika tukajua historia yetu? Unaona? Kumeingia mafundisho mengi ambayo sasa they waste a lot of time. Unaona? Haziwajengi watu kuwaleta karibu na Mungu na wakajua historia ya kanisa lao. Ndio unakuta kila fundisho la kigeni likija watu hawezi kudetect. Umeelewa vizuri? Wanakataa ile mafundisho original ya kanisa kwa sababu hawajui historia yao. Sasa sikiza vizuri Ellen White alichokisema sasa. Alafu niulize kanisa ni wangapi wanajua kuhusu 1888. Sikia. Ellen White anasema hivi. Wacha nikusomee rafiki. Nisomee. Inasema hii ni Testimonies. Yeah, Testimonies to Ministers Volume 1, page 91 and 92. Ya 1895. Ya 1895, yes. Inasema the Lord in his great mercy. Bwana kwa huruma zake kuu. In his great mercy. Bwana kwa huruma zake kuu sent a most precious message. Alileta ujumbe wa kipekee to his people through Elder Wagona and Jones. Kupitia kwa Wagona na Jones. This message, hii ujumbe huu was to bring more prominently before the world. Ulikuwa ni ulete ulikuwa prominently. Ulikuwa ni ulete kwa waziwazi mbele za dunia. The uplifted savior. Mwokozi aliyeinuliwa. The sacrifice for the sins of the whole world. Ambaye alikuwa ni kafara ya ulimwengu mzima. It presented justification through faith. Ilileta haki kupitia kwa imani. In the surety. Kwa uhakika wake kabisa. It invited the people to receive the righteousness of Christ. Ilialika watu wapokee haki ya Kristo. Inasema which is made manifest, ambayo inafunuliwa in obedience to the commandments of God. Inafunuliwa kwa kutii amri zote za Mungu. Endelea. It is. Sasa ujumbe wa righteousness by faith. It is the third angel's message. Ndio ujumbe wa tatu wa malaika yule malaika watatu. Which is to be proclaimed with a loud voice. Ambayo ujumbe huo lazima ulikuwa utatangazwa kwa sauti kuu. And attended with the outpouring of his spirit. Outpouring of the Holy Spirit ni ile ya Ufunuo 18 ambayo sasa ni latter rain. Kwa hivyo kitu ambayo italeta latter rain ni ujumbe wa haki kwa imani ambayo ulianza katika kanisa 1888 katika Wasabato. Amina. Sasa huu ujumbe unahusiana na haki ya Yesu ipatikanayo kwa imani. Swali nikawauliza wale ndugu zangu ambao wanahubiri 1888, utahubirije mtu apate haki ya Yesu bila kumjua huyo Yesu mwenyewe? Amina.
So 1888 begins with Jesus. Who is Jesus? Amina. Na ukiingia tu who is Jesus, huwezi epuka Trinity. So unaona hiyo maneno sasa hapa. Huwezi. Utaepuka aje? Na ukija katika Yesu lazima umekuja katika uungu. Na Trinity itaingia hapo. Sisi tunafundisha uungu katika Trinity. Sasa kwa nini hutajadilia Trinity? You cannot run away, my friends. You cannot. Kabisa. You cannot. Because you cannot preach about the righteousness of Christ which is received through faith without defining who Jesus is. So 1888 begins with who Jesus is. Sasa hiyo nyingine nitaisoma mwisho. Sasa mimi tu nataka kutoa tu quotes fulani katika hiyo 1888 yenyewe original. Amina. Ambayo amesema Jones and Waggoner. Mimi nitasoma Waggoner. Sawa? 1888 hizi hapa tutazisoma tu. Utasoma alafu usijui kama utatafsiria ama mimi tatizo. Unaona? Katika topic, katika kitabu kinaitwa Christ and his righteousness by E.J. Waggoner. Unaelewana vizuri by E.J. Waggoner, ambayo hata Willand amecomment katika hichi kitabu. Robert Willand. Na ameweza kutoa taarifa kuhusu kwamba hicho ambacho kiko pale ni sahihi kabisa. Tunaelewana vizuri Kwa sababu kuna watu wengine mara nyingine wanakataa Waggoner na Jones, kwa sababu wanasema Waggoner na Jones baadaye walikuja hata wakatoka kwa kanisa, lakini Ellen White alisema hata kama wataanguka hawa haimaanishi kwamba Mungu hakuwatuma kabisa. Tunaelewana? Walisumbuana sana na viongozi wa kanisa wakati ule mpaka mwishowe wakalose hope. Unaona? Na sasa watu wanatumia hiyo. Alafu second kuna wakati ambao walishikiana na Kellogg. Hiyo miaka ya huko mbele huko. So unaona? Sasa katika message zao kukaingia ile kitu inaitwa pantheism elements. Zikaingia, lakini katika hii Christ and his righteousness hakuna hiyo kitu. So kwa wale ambao wanarifaa maandiko ya Willand kusema eti katika Christ and his righteousness kuna pantheistic elements, katika hii hakuna, kwa sababu lazima uelewe what is pantheism. Umeelewa? Is something very different ambao katika hizi ambazo nitasoma hapa it is not there. So this is the pure 1888 message wakati ule wakiwa bado wanahubiri na Ellen White. Amina. Sawa sawa? Sasa katika topic ya hicho kitabu kinaitwa Christ and his righteousness. Sawa. Christ and his righteousness. Wale ambao wako na hiyo kitabu watajua tu. Katika hiyo chapter. Inasema how shall we consider God? Hiyo chapter. How shall we consider? Under the chapter how shall we consider God? How shall we consider Christ? That is the topic in that book. Tutamchukuliaje Kristo? Sasa kama mtu uko nayo hapo nyumbani, soma tu. Inasema but how do we consider Christ? Tunamchukuliaje Kristo? Just as he has revealed himself to the world. Jinsi ambavyo amejifunua katika dunia. According to the witness. Kulingana na mashahidi. Which he bore concerning himself. Ushahidi ambao alisema kujihusu yeye mwenyewe. In that marvelous discourse. Kidogo katika fundisho lake. In that marvelous discourse. Katika fundisho lake. Recorded in 5th chapter of John. Ambayo imezungumzwa katika Yohana sura yake ni ya 5. Jesus said. Yesu alisema, for as the Father raiseth up the dead, kama vile Baba anavyomfufua wafu, and quickeneth whom he will, na kuhuisha mtakaye. For the Father judges no man, kwa maana Baba hamhukumu yeyote, but has committed all judgment unto the Son, ila amempa hukumu yote mwanawe, that all men, ili watu wote, should honor the Son, wamheshimu mwana, even as they honor the Father, kama vile wanavyomheshimu Baba. He that honors not the Son, yule ambaye hamheshimu mwana, honor not the Father, hamheshimu Baba, which has sent him, aliyemtuma. Verse 21. Hiyo ni aya 21. Hiyo katika kitabu cha Christ and his righteousness. He is very perfect. Hapo ukisoma hapo ni kwamba mwana Trinity atasema hapo ni sawa. Na hapo ni sawa kabisa. Tuendelee. Anaendelea kusema to Christ is committed the highest prerogative. Naweza ukapiga picha. Iko sawa. Hii black. Iko sawa. Kwa Kristo amepewa nini? Prerogative ni nini? To Christ is committed the highest prerogative. Yani mamlaka. Kwa Yesu amepewa mamlaka iliyo ya juu. That of judging. Ya kuhukumu. He must receive the same honor that is due to God. Anafaa kupokea heshima ile ambayo Baba anapewa. And for the reason that, na kwa sababu he is God. Na kwa sababu yeye ni Mungu. The beloved disciple,
Yule mwanafunzi mpendwa wa Yesu bears this witness. Anatoa ushahidi huu. In the beginning, hapo mwanzo, was the word. Kulikuweko na neno. And the word, na neno, was with God. Ilikuweko kwa Mungu. And the word, na neno, was God. Alikuwa Mungu. John 1:1. Yohana 1:1. Tunaendelea? Ndio. Piga picha hii nyingine. Iko sawa? Iko sawa? Aya, that divine iko sawa. Endelea. That divine word, neno hilo la kiungu, is none other than Jesus Christ, is shown in verse 14. Ambaye sio yoyote yule, ila ni Kristo, imeonyeshwa katika aya ya 14. Aya, niendelea ama nikungoje? Endelea tu wewe, endelea. Aya, that this divine word, ya kwamba hili neno la kiungu, is none other than Jesus Christ, is shown in verse 14. Ya kwamba si yoyote ila ni Kristo, imeonyeshwa katika aya ya 14. Yes. And the word was made flesh, neno likafanyika mwili, and dwelt among us, likakaa kwetu, and we both and we held his glory, nasi tukaona utukufu wake, the glory as of the only begotten of the Father, utukufu kama wa mwana pekee, full of grace and truth, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sawa sawa kabisa. Amina. Mimi sichanganyi kitu, ni Wagona anazungumza. Huyo ni Wagona. Tuendelee. Naam. The word was in the beginning. Neno lilikuwepo hapo mwanzo. Anaeleza sasa. Kabisa. Wagona sasa, sikiza sasa. Anaeleza hiyo John 1:1. Hiyo. Unasikia? Anaeleza hiyo John 1:1. Amen. Sasa sikiza mpendwa, na wewe msabato pale nyumbani, sikiliza sasa vile baba zetu walivyotafsiri Biblia. Amina. Umeelewa vizuri? Amina. Na vile walivyotuwekea misingi ya imani, tuendelee. Amina. Sasa kama kuna mtu kama alikuja kuikataa, alikuwa anaenda akajenge nyumba nyingine, si abomoe hii. Naam. Sisi tunaamini kwamba hiyo misingi iliyowekwa ni ya sawa na ni sahihi. Sasa kama mtu alikuwa hapendi, kwa nini walikuwa wasiende kuanzisha kanisa ingine? Mbona wabomoe hii? Wewe huoni hapo ni mipango ya shetani hiyo? Waharibu hii kanisa ya Mungu. Sasa wacha tuendelee. Wagona anasema, anaeleza hiyo word, the phrase, the word was in the beginning. Sawa? Neno lilikuwepo hapo mwanzo. Anaeleza sasa. Naam. The mind of man, nia ya mwanadamu, cannot grasp the edges, haliwezi kuelewa ni miaka gani that spanned in this phrase, ambayo imekuwepo katika aya hiyo. It is not given to man, haijapewa mwanadamu, to know when and how the son was begotten, kujua ni jinsi gani na wakati gani mwana alizaliwa. But we know that, lakini tunajua ya kwamba he was the divine word, alikuwa ni neno la kiungu. But we know that, lakini tunajua ya kwamba he was the divine word, alikuwa ni neno la kiungu. Not simply before he came to this earth, sio tu kabla ya kuja duniani to die, kufa, but even before the world was created, lakini pia kabla ya ulimwengu kuwepo. We know that, tunajua ya kuwa, we know that, tunajua ya kuwa Christ, Yesu proceeded forth, alitoka kwa, proceeded forth, alitoka ndani ya, and he came from God, na akatoka ndani ya Mungu, and he came from God, na akatoka ndani ya Mungu. Lakini it was so far back, ilikuwa ni huko nyuma, in the ages of eternity, huko nyuma zamani za milele, as to be far beyond, ili kwamba ni zamani sana, the grasp of the mind of man, ili kwamba mwanadamu hawezi kuelewa. Amina. Very perfect the scripture. Mimi nikisoma maneno nasikia hata kama malaika inasema the true word of God. Amina. Anaeleza kwamba Mungu ni mmoja na Yesu alitokana na Baba, ndio hiyo inaitwa mzaliwa. Alivyomzaa, mimi usinulize, sijui ni lini, sijui maana sijui Mungu hata alianza vipi. Mimi nilizaliwa nikajua kuna Mungu na nikaamini, na Mungu anaonekana kwa maumbile yake. Na tunaamini hivyo na ni kweli yuko. Kwa hivyo walivyotoka Baba na Mwana huko milele, sisi hatujui na hatukupewa kujua. Lakini neno moja Yesu alifunua, Yesu ametokana na Baba. Amina. Hiyo ndio Biblia na hakuna kitu kingine. Mtu akasirike, apinduke, akasirike, afanye nini, ndio hiyo. Wacha tena tuendelee. Bado hatujamaliza Wagona. Kabisa. Tuendelee hapa sasa. Enda hapa. Sasa umechukua tayari. Tuko sawa. For unto us, kwa maana kwetu. Na wewe ni mtafsiri mzuri. Wewe umekaa kama basa kidogo. Hapana. Kuna Kiswahili safi sana. For unto us, kwa maana kwa ajili yetu, a child is born, mtoto amezaliwa. Unto us, kwa ajili yetu, a son is given, mwana tumepewa. And the government shall be upon his shoulders, na ufalme wa kiserikali utakuwa begani mwake. And his name shall be called the Wonderful Counselor, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, the Mighty God, Mungu mwenye nguvu, the Everlasting Father, Baba wa milele, the Prince of Peace, the Prince wa amani. nini? Mshauri
mfalme Wa the amani. Prince of Peace, mshauri wa amani. Mshauri wa Mfalme wa amani, si ndio? Naam. Okay. Hii tayari hii wao wanatumia wana Trinity. Wakisema unaona Yesu ameitwa baba. Unaona? Sasa ngoja niwaulize, hata niulize alafu niendelee. Niulize tu kitu. Kama katika Trinity Yesu ni baba ama ni mwana? Katika Trinity. Yesu ni Mungu baba ama ni Mungu mwana katika Trinity? Ni Mungu mwana. Ni Mungu mwana katika Trinity. Katika Trinity. Sasa hapa sasa kama inarifaa kwa Trinity, kwa nini hapa inamuita Yesu tena? Nini? Kama inalenga Trinity hii, basi kwa nasema everlasting father. Wewe huoni kitu inalenga kitu kingine? Hakuna Trinity hapa. Nitakuja kuieleza baadaye ili wajue maana ya hii. Lakini Isaya 9:6 hailengi hiyo. Maana yake katika Trinity Yesu anaitwa Mungu mwana. Haitwi Mungu baba. Na hii nasema ataitwa baba wa milele. Sasa contradiction. Hakuna Trinity hapa na utaona kule mbele ikielezewa. Alafu Wagona anaendelea kusema these are not simply words of Isaiah. Endelea. Haya sio maneno tu ya Isaya. They are the words of the Spirit of God. Ni maneno ya Roho wa Mungu. God has indirect address to the Son. Mungu anamzungumzia mwanawe. God has indirect address to the Son. Mungu anatoa maneno yake yakimwelekea mwanawe. Called him. Ambaye anaitwa him. Called him, anamuita mwanawe. Called him. Anamuita By the same title. Kwa title ile ya Mungu. Ile yake anamuita mwanawe. Sawa? Anaendelea. In Psalms 45:6. Katika Zaburi 45:6. We read these words. Tunasoma maneno yafuatayo. Thy throne, O God, kiti chako cha enzi is forever and ever. Cha milele na milele. The scepter of thy kingdom. Fimbo ya enzi yako is a right scepter. Ni ya kweli, ni ya haki. The casual reader, msomaji tu wa hivi might take this to be simply the psalmist ascription of praise to God. Anaweza fikiria kwamba yule mwandishi wa Zaburi anamsifu tu Mungu. But when we turn to the New Testament, lakini tunapoenda kwenye Agano Jipya, we find that tunapata ya kuwa it is much more. Ni mambo mengi zaidi. We find that tunapata ya kuwa God the Father, Baba Mungu Baba, is the speaker. Ndio anayezungumza. And that is addressing the Son. Na ya kwamba anamzungumzia mwanawe. Calling him God. Anamuita Mungu. That is Hebrews 1:1-8. Waebrania 1:8. Tunaendelea. Wako tunaendelea. Kabisa. Umepiga picha? Iko sawa kabisa. Haya, anasema hivi. This name was given to Christ. Hili jina alipewa Yesu. This name was not given to Christ. Hili jina hakupewa Yesu. This name was not given to Christ. Hakupewa Yesu in consequence of some great achievement. Kwa sababu ya mambo mengi makuu aliyopata. But lakini it is his. It is his. Ni yake by right of inheritance. Kwa haki ya urithi. He has by inheritance. Amepata kwa njia ya urithi. Obtained a more excellent name than they. Amepata jina lililotukuka kuliko lao. Hebrews 1:4. Ibrania 1 mstari wake ni wa 4. A son always rightfully takes the name of the father. Mwana kawaida huchukua jina la baba. And Christ as the only begotten son of God. Na Yesu kama mwana wa Mungu has rightfully the same name. Ako na jina hilo. A son also mwana pia is to a greater or less degree a reproduction of the father. Ako kwa a son also mwana pia is to a greater or less degree. Ako katika njia to a less, yani kwa uzaidi ama kwa upungufu. Kwa upungufu ama zaidi. The reproduction of the father. Yani kwa mfano ukiza DNA ya mtoto wako haitakuwa yako wewe. Ndio alikuwa anamaanisha. Ametoa chembe za baba. DNA wanafanana. He has to some extent the features and personal characteristics of his father. Ako na tabia za baba yake. Not perfectly because there is no perfect reproduction among mankind. Haiwezi kuwa kamili kabisa kwa sababu hakuna perfect reproduction in mankind. Perfect ile ya ukamilifu. Ukamilifu katika production ya mankind. Uzazi. Hakuwezi kuwa na ukamilifu kabisa yote. Ni sawa sawa? But there is no imperfection in God. Hakuna kule upungufu kwa Mungu. In any of his works. Katika matendo yake yoyote ile. And so
Na kwa hivyo Christ is the express image of the Father's person. Yesu ni chapa kamili ya nafsi ya baba yake. Hebrews 1:3. Hiyo ni Waebrania 1:3. As the Son of self-existent God, Kama mwana wa Mungu aishie milele. as the Son of the self-existent God, Self-existent ni yani Mungu anaishi mwenyewe. anaishi mwenyewe, ana uzima ndani yake. Yes. Kama mwana wa Mungu Yes. anayeishi kivyake Ye- na ana uzima ndani yake. yes, he has by nature all the attributes of deity. Kwa asili ako na tabia zote za kiungu. Za kiungu. Amina. Unaelewana vizuri? Amina. Hapo wako na hajaeleza miungu wawili. Hapana. This is very clear. Amina. Mimi sijui, nashangaa kwa nini watu wanachanganyikiwa namna hii. Amina. Mtu amesoma kabisa, mtu hata ni engineer, ana madegree hata masters, lakini anasoma kidogo tu anachanganyikiwa. Ni kweli nikagundua kumbe Mungu paka kufunulie. Amina. Haya mambo si ya mchezo, si ya kibinadamu. Kwa sababu it is very clear. Tuendelee. It is true that there are soma hii. Soma. Hii sijui kama tulikuwa nayo. Mm. Tulikuwa nayo kwenye screen. Sasa tuendelee na hii nyingine. Tuendelee. Hapa it is true ya kwamba ni kweli. It is true that there are many sons of God. Anasema pale wago naye. Yes, it is true that there are many sons of God. Ni kweli ya kwamba kuna wana wengi wa Mungu, But Christ is the only begotten son of God. lakini Yesu ndiye mzaliwa pekee wa Mungu. And therefore, Hivyo basi the son of God, mwana wa Mungu in essence, kwa njia hii, in which no other being ever kwa njia ambayo hakuna kiumbe kingine chochote was or ever can be. ambaye amewahi kuwa wala hatawahi kuwa kwa njia hiyo. The angels are sons of God as Adam. Malaika ni wana wa Mungu kama vile Adam. Job 38:7. Hiyo ni Ayubu 38. Luke 3:38. Ndio hizo. By creation. Kwa njia ya uumbaji. Christians are the sons of God by adoption. Wakristo ni wana wa Mungu kwa njia ya Adoption ni kwa njia ya ukombozi, that is like we are adopted. Sijui Kiswahili utahitaji. Yesu ametuadopt. Yes, ametuadopt by adoption. Naam. Romans 8:14 and 15. Ndio. But Christ Lakini Yesu, is the son of God by birth. Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa by Sasa birth. watu wengine ikifikia hapo nafikiria wanaanza kuuliza kwani Mungu ana mke? No, Mungu kuzaa si lazima awe na mke. Tunaelewana vizuri eh? Mungu ana uwezo wote, na Biblia imetuambia Yesu alitoka kwa babaye. Alivyotoka kwa babaye mimi sijui, lakini Yesu mwenyewe amesema alitoka kwa babaye. Amina. Ukifika huko mbinguni utamuuliza Yesu, atakwambia. Amina. Tunaelewana vizuri? Amina. Lakini Yesu ametokana na baba kulingana na Biblia. Sasa tunaenda katika topic ya mwisho, nasema Christ as creator. Christ as creator. Kristo kama Christ as creator. Kristo kama muumbaji. kama muumbaji. Alafu naenda kwa pioneer. Time imeenda sana. Usijali. Christ as creator. Christ as creator. Nasema still emphatic than this are the words of Apostle Paul to the Colossians. Haya ndiyo maneno ya Paulo kwa Wakolosai. Speaking of Christ as the one through whom we have redemption. Akizungumzia Yesu kama yule ambaye kupitia kwake tuna ukombozi. He described him as the one who is the image of the invisible God. Anamzungumzia Yesu kama chapa ya nafsi ya Mungu asiyeonekana. The firstborn of every creature. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. For by him were all things created. Kwa maana kupitia kwake vitu vyote viliumbwa. That are in heaven Zilizoko mbinguni and that are in earth. na zilizoko duniani. Visible and invisible. Nazoonekana na zisizoonekana. Whether they be thrones or dominions. Kama mamlaka ama nguvu Or principalities. ama jeshi Or powers. ama nguvu fulani. All things were created by him. Vyote viliumbwa kwa yeye. And for him. Na kwa yeye. And he is before all things. Naye yuko And mbele by ya vyote. him all things consist. Na kupitia kwake vitu vyote vilivyo. Colossians 1:15-17. Kolosai. This wonderful text Andiko hili la ajabu should be carefully studied nafaa kusoma kwa uangalifu, and often contemplated. na siku zote nafaa kuangaliwa, yani kuchukuliwa thamani. It leaves not a thing in the universe Aliwachi chochote katika ulimwengu huu that Christ did not create. ya kwamba Yesu hakuumba. He made everything in heaven Aliumba vitu vyote mbinguni and everything that can be seen na vyote vinavyoweza kuonekana and everything that cannot be seen. na vyote ambavyo havionekani. The thrones,
mamlaka and dominions enzi na mamlaka and the principalities na nguvu and the powers in heaven. na mamlaka zote za mbinguni, All depend upon him for existence. yote yanamtegemea ili kwamba yawe hai. And as he is before all things, Kwa sababu yuko mbele ya kila kitu, and their creator, naye ndiye muumbaji wao, so by him kwa hivyo kupitia yeye all things consist vyote vipo or hold together. na vinakamatana It pamoja. was by the word the heavens were made, Ilikuwa ni kupitia neno mbingu ziliumbwa, and that same word na neno hilo hilo holds them in their place inakamata vyote katika mahala pao and sehemu, preserves them from na destruction. kuzilinda kutokana na uharibifu. When the Father gives this honor to the Son, Wakati Baba anampa heshima mwanawe, heshima hii, when the Father gives this honor to the Son, Baba anapompa mwanawe, uko wapi? When the Father, when the Father, I've come to another one. unaona, wakati mwana, Do one. subiri kidogo, Sasa. maana hapo lazima tuweze kuangalia when the Father gives this honor to the Son. Ni muhimu sana. When the Father gives this honor to the Son, Hapo inasema wakati Baba anampa mwanawe, when the Father gives this honor to the Son, anampa mwana heshima hii, what is man that he should withhold it? mwanadamu ni kitu gani? auzuie hii sifa ya kumpa Yesu? Hatuwezi kuzuia. Hatuwezi kuzuia. Ama unazuia kwamba Yesu anastahili sifa zote? Ama unazuia kwamba Yesu hakuumba? Ama unazuia kwamba Yesu hana uzima nafsini mwake? Ndio dhana watu wanasema. Ndio dhana watu wanasema hivi. Unasikia? Wacha tuendelee. With this we may well live the direct testimony concerning the divinity of Christ, kupitia jambo hili tunaweza kushuhudia uungu wa Yesu and the fact that he is the creator of all things. na ya kwamba ameumba vitu vyote. Elewa? Amina. Sasa kufikia hapo Wago anasema kwa ushuhuda huo wote tunampa sifa utukufu Mungu. Amina. Sasa sikiza pale tunaenda sasa. Naam. Sikiza pale tunaenda sasa. Naam. A word of caution. Neno la tahadhari. A word of caution Neno la tahadhari may be necessary here. Inaweza, yani inafaa hapa. Inastahili. Inastahili hapo sasa. Let no one imagine that Mtu yeyote asifikiria ya kwamba we would exalt Christ at the expense of the Father, ya kwamba tutamtukuza Yesu tumwache Baba, or would ignore the Father. ama tutamwacha Baba. That cannot be. Haiwezekani. For their interests Kwa maana interest zao are one. ni moja. We honor the Father Tunamheshimu Baba In honoring the Son. tunapomheshimu mwana. Tunapomheshimu mwana. Naam. Sawa? Naam. Hapo umepiga hapo. Hapo tulimaliza. Okay, piga na hapa pote paka kufika hapo mwisho. Wacha niweke kidogo hivi. Waendelea tu kusoma. Okay. Endelee. Yeah. Unasema we honor the Father in honoring the Son. Tunamheshimu Baba kwa kumheshimu mwana. We are mindful of Paul's words Tuko uangalifu na maneno ya Paulo. that Ya kwamba anaweka sasa in brackets. hayo maneno ya Paulo. Ana quote kitabu sasa. Naam. That Ya kwamba to us kwetu sisi there is kunaye but one God, Baba, Mungu mmoja, the Father, Baba, of whom ambaye kutokana are naye all things, vitu vyote and we in him, vinatokana nasi ndani yake, and one Lord Jesus Christ, na Bwana mmoja Yesu Kristo, by whom are all things, ambaye kupitia yote vitu vyote vipo, and we by him. na sisi kupitia yeye. 1 Corinthians 8:6. Korintho wa kwanza 8:6. Anaendelea. Naam. Just as we have already quoted Kama vile ambavyo tumenukuu that it was by him ya kwamba ilikuwa ni kupitia kwake, that God made the worlds. ya kwamba Mungu aliumba vyote. All things proceeded ultimately from God the Father. Vitu vyote basi vilitokana na Baba. Even Christ himself, Hata Yesu mwenyewe, hata Yesu mwenyewe proceeded and came forth from the Father. alitoka kwa Baba, ndani ya Baba. But it has pleased the Father Lakini imempendeza Baba that in him ya kwamba ndani ya Kristo should all fullness dwell. uungu wote, timilifu wote wa uungu ukae.
and that he should be the direct immediate agent in every act of creation. Na ya kwamba awe ndiye wa kwanza mbele ya kila kitu kiviumbe vyote katika hali ya uumbaji pia. Our object in this investigation mada yetu kuu katika uchambuzi huu is to set forth Christ rightful position, ni kumweka Yesu katika hali yake anayostahili of equality with the Father, ya kuwa sawa na Baba, in order that ya kwamba his power to redeem, ya kwamba nguvu zake za ukombozi may be better appreciated. iweze kuheshimika. E.J. Wagoner. Huyo ni E.J. Wagoner. Christ and his righteousness. Kitabu Sasa kinaitwa huu ndio ujumbe wa 1888. Amina. Sasa mtu akija anahubiri 1888, unaona sasa? Alafu sasa ana base mafundisho yake kwa Trinity. Atakuwa anafundisha 1888. Kulingana na ushahidi huu ambao Wagoner ametoa yeye mwenyewe hapa, atakuwa anafundisha 1888. Mbali sana. Kwa hivyo nataka niseme hivi, wale wanafundisha 1888 wakibase, unasikia katika Trinity, they are preaching fake righteousness by faith. Haiwezi kaleta lateral kabisa. Tunaelewana vizuri kwa sababu this is the message. Na Ellen White aliposikia hii maneno, na in fact sikiza katika nataka usikize hapa katika maneno ambayo yanatoka katika Ellen White amezungumza, yanatoka kwa kitabu kingine hapa. Ni kitabu gani hichi ambacho nimesahau nitakiweza nilisahau kukikota, lakini nitakiproduce. Anasema wacha nisome, nilisahau kuweka, lakini nakisoma tu, iko hapo tu, hata labda pale nyumbani utasoma. Anasema anasema I have heard the question asked, what do you think of this light that these men are presenting? Nimepata maswali yakiniuliza unafikiriaje kuhusu nuru hii ambao ni Wagoner na Jones. Why I have been presenting it to you for the last 45 years. Nimekuwa nikiwatangazia ujumbe huo miaka. The matchless charms of Christ. This is what I have been trying to present before your minds. Ndio nimekuwa nikijaribu kuwatangazieni. When brother Wagoner, wakati ndugu Wagoner brought out these ideas in Minneapolis, alipoleta ujumbe huu kule Minneapolis, it was the first clear teaching of this subject from any human lips. Ilikuwa ndio ujumbe waziwazi tena kutoka kwenye mwanadamu yoyote, midomo ya mwanadamu. I had heard accepting the conversation between myself and my husband. Nimekuwa nikisikiliza yani alikuwa hajawahi sikia mdomo mwingine wa mwanadamu kuongea hivyo, mbali na mazungumzo yake na bwanake James White. Sawa sawa. I have said to myself, nikajiambia, it is because God has presented it to me in vision that I see it so clearly, and they cannot see it because they have never had it presented to them as I have. Ni kwa sababu Mungu amekuwa akituonyesha haya mambo. And when another presented it, every fiber of my body said amen. Wakati niliona mwingine amepresent Wagoner akasema ya kwamba kila anasema kila fiber, kila nyuzi kila uzi wa moyo wake ulisema amen. Tukasema amina. Tunaelewana? Kabisa. Hiyo ndio message ya 1888. Tumesoma kitabu kinaitwa Manuscript Releases Volume 5, nimeipata. Asante. Unaweza ukasema tu, sema tu. Manuscript Releases Volume 5, 5MR. Yes. Page 219, paragraph ya kwanza. Very good. Kwa hivyo unakuta that is the 1888 message ambayo inazungumzia kuhusu the righteousness of Christ. Tunaelewana vizuri ambayo Wagoner ameeleza na Ellen White anasema every fiber of my body said amen. Hakuna trinity. So mtu yoyote leo hii katika Sabato ambaye anafundisha analenga righteousness by faith alafu anaingiza trinity hapo, basi yeye atakuwa anapinga Ellen White kabisa, atakuwa anampinga yule Wagoner. Sasa atatuambia ile 1888 yake anahubiri ametoa wapi. Hapo kuna maneno. Kwa hivyo hii righteousness by faith unasikia ni fake. It is fake. Haiwezi kaleta matunda ya roho. Ni fake kwa sababu wameingiza trinity hapo. Distorted trinity. Ni sawa? Kwa hivyo sasa tunaendelea. Kwa hivyo sasa tunaingia katika sasa pioneers wenyewe sasa. Sawa? Tunaenda kwa pioneer. Je, imani yao ilikuwa ni gani pioneers? Mimi nitaenda moja kwa moja, nitakuwa nasoma tu na hapo ndio tutamalizia. Sasa tunaenda mpaka tumalize hapa mpaka kieleweke. Hatuwezi kuacha katikati. Tunaendelea. Wacha tunasoma pioneers
pioneers. Sikiza vizuri sasa, pioneer wa SDA, pioneer wa Seventh Day, waanzilishi wa kanisa la SDA, wale waliotumiwa na Mungu kutengeza misingi ya kanisa, walikuwa na maneno gani juu ya Trinity? Sikiliza pale nyumbani. Mimi nakwambia kuna wasabatole wengi leo watalala wakiota ndoto. Wataona hii maneno, kwani mbona hatujawahi jua? Hiyo iko hapo, lakini tumedanganywa ndugu zanguni. Na mimi sikwambia ukalete fujo kanisani, uliza pastor, uliza wazee. Hii mpaka ieleweke. Mimi ninaongea maneno genuine, ili sasa watu wakaweze kudiscuss. Sije kuja hapa kuongea porojo ulimwengu mzima kunisikiza, na nikijua hatari ambayo iko pale mbele. Kwa hivyo haya ni maneno ya kweli. James White, tunaanza na James White mwenyewe. Sasa huyu ni James White. Tunaanza na James White mwenyewe. Kitabu kinaitwa Daystar, January 24th 1846. Daystar. Nataka unitafsirie haraka haraka kwa sababu ya time. Ni sasa James White, pioneer James White on the Trinity. Sawa. James White on the Trinity. So watu walikuwa mimi wananiambia labda naongea hapo, sikiza James White. Mwanzilishi wa kanisa la Sabato. Mambo ya Trinity. Mambo ya Trinity. Tunaenda mambo ya Trinity. Wewe ni mume wa Ellen White. Mume wa Ellen White. Watu walilala kitanda moja. Yes, ambao wamekaa wote zaidi ya miaka 30. James White alikufa August 1881. Naam. Na wamewana huko tangu 18 sijui 18 around 18 after 18 is it 46 or 47? Huko nyuma. Huko nyuma kabisa. Wamekaa pamoja around 30 something years. Wamekaa pamoja, wakazungumza pamoja. James White anasema hivi, sikiza. Sasa tujue wewe na James White mwenye ushuhuda kamili kuhusu imani ya kanisa na ile White ni gani. Inasema hivi. Naam. The way spiritualizers kwa Kiswahili tutasemaje? Hawa ni watu wana practice spiritualism. Yes. Jinsi ambavyo watu wa mizimu have disposed of or denied the only Lord God. Vile walivyompinga only Lord God, Mungu wa pekee, Bwana Mungu wa pekee, and our Lord Jesus Christ, na Bwana wetu Yesu Kristo, is first using, ni kwanza wanatumia the old unscriptural Trinitarian creed. Kwanza wanatumia creed, the old unscriptural Trinitarian creed. Wanatumia kanuni ya zamani ya Trinity. Unanisikia vizuri? Kumpinga Yesu kumpinga Yesu na Mungu. That Jesus Christ, ya kwamba Bwana Yesu Kristo is the eternal God, ndiye Mungu wa milele. Though ila they have not one passage to support it. Hawana andiko hata moja ya kusupport jambo hilo. While we have plain scripture, lakini sisi tuko na ukweli mwingi wa maandiko, ushahidi in abundance, kwa wingi, that he is the son of the eternal God, ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu wa milele. Sasa ni James White huyo. Sasa James White wanaweza kuingia mahali pamoja na Randy Skit kweli? Wewe angalia maneno ya James White. Kwa hivyo tayari ni Randy Skit ambaye yule pastor amenitumia, yule rafiki yangu pastor amenitumia. Tayari yeye amekanusha haya mafundisho ya hawa pioneers kabisa. James White mume amekanusha mbali kabisa. Wanasema kwamba Yesu ndiye Mungu yule wa milele. Tuendelee. Anaendelea kusema katika December nini? December 1855. Adventist Review and Sabbath Herald volume 7. Adventist Review volume 7. Volume 7. Yes. Anasema here we might mention the Trinity. Hapa tunataja Trinity hii, which does away, ambayo inaondoa the personality of God, nafsi ya Mungu Baba, and his son Jesus Christ, na nafsi ya mwanawe Yesu Kristo. Naona sasa? Inaondoa ile personality ya Mungu na Yesu. Inasema Mungu mmoja, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu watatu. Wanasema ukitaja Mungu unataja wote watatu. Wote watatu ni na Mungu. Hapa inataja Mungu ni mmoja, ni Baba. Lakini huyo Baba na mwanawe, ambaye huyo mwana anastahili heshima ile ya yule Mungu kama Baba. Umeelewa? Kwa sababu Mungu amemfanya Yesu kuwa mkombozi wetu, na kupitia kwake ameumba kila kitu. Na huyo Yesu ndiye pia insurance ya Mungu alitumia tulipoanguka. Mwanawe ndiye alikufa kutukomboa. Kwa hivyo anastahili sifa zote za uungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Si Mungu mwingine. Ni sawa sawa? Anaendelea James White katika Review and Herald of February 7th 1856. Anasema hivi.
The mystery of iniquity began to work in the church in Paul's day. Siri ya uasi ilianza kufanya kazi kanisani wakati wa Paulo. It finally crowded out the simplicity of the gospel. Ikaondoa uwepesi wa injili. And corrupted the doctrine of Christ. Na ikaharibu fundisho la Kristo. And the church went into wilderness. Na kanisa likaingia jangwani. Martin Luther and other reformers, ndio hao wana matengenezo, arose in the strength of God. Wakainuliwa kwa uwezo wa Mungu. And with the word and spirit, na kwa neno na kwa roho, made mighty strides in the reformation. Wakapiga hatua kubwa katika matengenezo. The greatest fault we can find in the reformation, yani kosa kubwa ambalo tunaweza kupata katika wana matengenezo hao, is the reformers stopped reforming. Waliacha wale wana matengenezo kuendelea kufanya matengenezo. Had they gone on and onward, kama wangeendelea mbele kufanya matengenezo, till they had left the last vestige of purpose behind, mpaka wangeacha hatua ya mwisho ya upapa nyuma, such as kama natural immortality, kutokufa kwa roho, sprinkling, kunyunyiza kwa ubatizo, the Trinity, utatu, and the Sunday keeping, na ibada ya Jumapili. The church would now, kanisa lingekuwepo sasa, be free from her unscriptural errors. Lingekuwa huru kutokana na mafundisho ambayo hayako kwenye Biblia. Review and Herald, February 7th, 1856. Ndio hiyo. Tunaendelea. James White, tena katika James White incident. Huyo ni James White. Yes, James White life incident, page 343, 1868. Yeah. James White life incident, page 346, 1868. Anasema, Jesus prayed that his disciples might be one. Jesus prayed that his disciples might be one. Yesu aliomba ya kwamba wanafunzi wake wawe kimoja, as he was one with the Father. Kama alivyo kimoja na Baba. This prayer did not contemplate one disciple with the 12 heads. Ombi hili alikuonyesha mwanafunzi mmoja na vichwa 12. But 12 disciples made one in object and effort in the cause of their master. Lakini wanafunzi 12 walikuwa kimoja katika kutekeleza kazi ya Bwana wao Yesu. Neither are the Father and the Son parts of three one God. Hata Baba na Mwana hawako katika sehemu ya Mungu ambaye ni moja ndani ya tatu. Yes, they are two distinct beings. Ni viumbe ama ni nafsi mbili tofauti. Yet one in design, lakini moja katika design and accomplishment of redemption, na katika utekelezaji wa ukombozi. Tunaendelea bado. Nimesema pioneers tunawaangalia hawa. Sawa sawa? Nasema we have not as much sympathy, hatuna huruma with pia hatuna huruma na wale wanaitwa Unitarians that deny the divinity of Christ, wanaopinga uungu wa Yesu, as with the Trinitarians who hold that the Son is the eternal Father, na pamoja na wale Trinitarians wanaosema ya kwamba Yesu ndiye yule Mungu Baba, and talk to mistily about the three one God, na ambao wanaongea kwamba Mungu ni watatu katika mmoja. Give the master all that divinity with which the whole scripture cloth him. Na wanampatia master. Advent Review and Sabbath Herald, June 6th, 1871. Yes. Asa anaendelea sasa. Sasa sikia. Hapa sasa. Sasa hapa nataka sasa niongee kitu hapa. Hapo nataka niongee kitu hapa. Unajua kwa sababu gani mtumishi? Kwa nini nimetumia hii? Kuna watu ambao wanatumia vitabu vya Ellen White wakisema na support Trinity. Kwa sababu ametaja katika zile vitabu zake ametaja ile inaitwa Godhead, wametaja third person. The third person of the Godhead. Desire of Ages. Desire of Ages. Sasa kwa sababu hiyo wanasema Ellen White alieleza Trinity. Hawajui ile third head. Kwa nini Ellen White haongei kuhusu first person and second person? Mpaka sasa tunangojea. Hakuna watatafuta hizo vitabu, hakuna watapata. Hakuna. Akimtaja third person ni kwamba is the spirit part of God. Tuliongea tangu juzi. The spirit of God. Spirit ya Mungu si being kama vile Mungu Baba halisi alivyo mbinguni. Kwani sijui watu hawaelewi. Utawezaje kusema spirit tena hiyo spirit uiseme kwamba ina mwili? Sasa kwa nini iitwe spirit? Wewe huoni Holy Spirit, yani roho, yani ni kitu ambacho is not tangible.
Umeelewa? Najua kuna wale wanajihami na nukuu zenye hawaelewi three holiest beings. Sasa Hiyo tutakuja kuhesabu hiyo three holiest beings. Ukiangalia hata nikisema angalia hiyo kitu hata ni mahubiri ambayo ilifanya kunukuliwa by the way. Unaona? Ellen White mwenyewe hakuandika. Stenographers. Yes, walifanya kuninaona. Kwa hivyo katika vita vya Ellen White hakuna hiyo kitu. Ilifanya tu kurekodiwa, hatujui walirekodi kweli ama walichanganya vitu zao. Umeelewa vizuri eh? So hiyo pia mtu asileta kafikiria hata hatujui. We know. Hizo vitu zote tumepitia na tukahakikisha. Ndio sababu ukikuta mtu akija mbele akiongea kitu ni kwamba amefanya research ya hizo vitu zote. So, sasa sikiza wale watu wanatumia maandishi Ellen White kutetea utatu. Sasa sikiza vile mume wake James White sasa. Sasa mimi sijui kama yani kuna watu wamezaliwa leo lakini wanasema wanamjua Ellen White kushinda mume wake ambao wameishi zaidi ya miaka 30. James White anasema, "We invite all to compare the testimonies of the Holy Spirit through Mrs. White with the word of God. Tunataka tulinganishe vitabu vya Roho Nabii na neno la Mungu. And in this we do not invite you to compare them with your creed." Na hatutaki uweze kukompea hizo maandishi ya dada White na kanuni zetu. This is quite another thing. Hili ni jambo tofauti. The Trinitarian may compare them with his creed. Yule ambaye ni Trinitarian atafanya comparison na kanuni yake. And because they do not agree with it. Na kwa sababu hazilingani. Condemn them. Ana condemn vitabu vya Roho Nabii. Kwa hivyo James White anajua kabisa ya kwamba katika Roho Nabii hakuna kitu kama Trinity. Na tutakuja kujua mpaka unaona ilienda mpaka Froome aliandika barua mpaka kwa mjukuu wa Ellen White ila anataka clue. Mjukuu wa Ellen White mwenyewe akamwandikia back Froome akamwambia we have to admit ya kwamba pioneers hawakuamini Trinity. Mjukuu wa Ellen White. Umeelewa vizuri? Lakini mtu anakuja leo anasema kwamba Trinity iko kwa Ellen White. Sasa wewe na James White muamini yupi? Ni matatizo makubwa ambayo tunatetea vitu. Sasa tuende kwa huyu mtu anaitwa Joseph Beth. Joseph Bates. Yes, Joseph Beth katika The Autobiography of Joseph Beth page 204 1868. Hapa ni quotes tunasoma alafu tu conclude. Nataka tu prove tu. Yes, Autobiography of Joseph Beth. Joseph Beth. Pioneer mwingine page 204 1860. Inasema hivi. My parents, wazazi wangu, were members of long standing in the Congregational Church. Walikuwa huko kwenye kanisa. With all of their converted children thus far na watoto wao wote. And anxiously hoped that we would also unite with them. Na walitamani ya kwamba hata sisi tungeungana na wao huko. But they embraced some points in their faith. Lakini kuna mambo mengine katika imani yao that could not be understood. Ambayo haiwezi kueleweka. That could not understand. Ambazo hatungeweza kuelewa. I will name two only. Nitataja mbili peke yake. Their mode of baptism, jinsi walivyokuwa wanabatiza, and the Trinity, na utatu. Sikiza sasa. Respecting the Trinity, tukiheshimu utatu, I concluded that, na alifikia uamuzi kwamba it was an impossibility, ilikuwa ni jambo haliwezekani for me to believe that, ya kwamba mimi niamini kwamba, to believe that, niamini ya kwamba the Lord Jesus Christ, Yesu Kristo, the Son of the Father, mwana wa Baba, the Son of the Father, mwana wa Baba, was also the Almighty God the Father. Pia alikuwa Mungu Baba mwenyewe mwenye uweza, one and the same being, yule Mungu mmoja. I said to my father, akamgeukia babake, nikamwambia baba yangu, akamwambia babake, wajua alimwambiaje? Kama babangu nataka uamini, mimi niamini hii doctrine yako. Akamuuliza hivi, I said to my father, nikamwambia baba yangu mzazi, if you can convince me, kama unaweza kunishawishi, if you can convince me, kama unaweza kunishawishi that we are one in the same sense, ya kwamba mimi na wewe ni kimoja katika nafsi, that you are my father, ya kwamba wewe ni baba yangu, and I am your son, na mimi ni mwanawe, and also na pia that I am your father, hata mimi ni baba yako, and you are my son, na wewe ni ni mwanangu, then I can believe in the Trinity, hata mimi nitaamini utatu. Hebu yule mtoto wako anaitwa nani? Wesley huyo. Anaitwa Wesley. Sasa ni kwa mfano Wesley akuuliza akasema wewe unaamini utatu.
Wesley akwambie kama babangu wewe, mimi naweza kuwa wewe Frank, na wewe mimi, basi nitaamini utatu. Hapo huyo mzee akashindwa. Mtihani mkubwa. Tunaenda kwa John Nevins Andrews. John Nevins Andrews. Sawa? J.N. Andrews. Yes, J.N. Andrews. Nasema the doctrine of the Trinity. Kuna mtu ananisumbua hapa. Huyo sasa ungemkata kwa sababu ya muda. Okay. The doctrine of the Trinity, which was established in the church by the Council of Nicaea AD 325. Iko wapi hiyo? Hii hapa. Review J.N. Andrews Review and Herald March 6. Yes. Hapo kwenye mkono. Sasa. Awesome tu. Okay. The doctrine of the Trinity, which was established in the church by the Council of Nicaea AD 325. Doctrine ambayo ililetwa kanisani ya Trinity na nani huyo? The Council of Council of Nicaea. Yes. 325. This doctrine Fundisho hilo destroys the personality of God linaondoa nafsi ya Mungu and his son Jesus na Christ. mwanawe Yesu Kristo. The infamous measure by which it was formed upon the church, which appear upon the pages of ecclesiastical history, might well cause every believer in that doctrine to blush. Watu watablush. Yani watashikwa na shock. Umeelewa? Mtu ameblush na shikwa na shock, unakunjana uso, unashtuka. Umeelewa? Because ni fundisho la uongo. Tunaenda kwa Joseph Harvey Waggoner. Babake Joseph Harvey Waggoner, babake Waggoner huyu sasa. Tunaendelea tu wale pioneers wote wa kanisa. Jana wachana na hiyo Wesley, wekea watu iko screen. Jana you leave that alone. Pioneers wote Joseph Harvey Waggoner. Ni Waggoner. Joseph Harvey Waggoner, babake elect Waggoner. Anasema hivi, the great mistake of Trinitarians, kosa kubwa la wanautatu in arguing this subject, kwa kuweza kujadili, wanajaribu kujadili subject hiyo, seems to be this: they make no distinction between a denial of Trinity and a denial of the divinity of Christ. Tofauti ya kupinga utatu na kupinga uungu wa Yesu. They see only two extremes. Wanaona sehemu mbili ambazo zipo. Because which the truth lies, ukweli uko hapa, and take every expression referring to pre-existence of Christ as evidence of Trinity. Wanachukua statement zote za Biblia ambazo zinaonyesha Yesu alikuwepo zamani kana kwamba atina proof. Wanatumia ambayo si hata Waggoner ametumia, lakini hajaungana na Trinity. Tunaelewana vizuri Inaendelea kusema hivi. The scripture abundantly teach pre-existence of Christ. Biblia inafundisha Yesu alikuwepo tangu and his divinity na uungu wake. But they are entirely silent in regard to a Trinity. Lakini hayo maandiko hayazungumzi chochote kuhusiana na utatu. Yes. Anaendelea kusema, naam, the distinction between the man Christ and the true God is most clearly shown by the Savior's own words in John 17. Tofauti kati ya Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo imeelezewa hapo. That they might know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Much stress is laid on na anasema ya kwamba hiyo unaweza kusoma tu, hatutamaliza kwa sababu nataka kwa sababu ya time. So hiyo ni Joseph Harvey Waggoner amezungumzia. Tunaenda huyu kwa John Newton. Hiyo nafikiri umepiga picha paka hapa. Tuchukue Norton. Ichukue hii hapa. Hiyo tumemaliza. Na hapa paka hapa. Watu wasome wenyewe. Hapa umepiga hii. Tumepiga lakini. Okay, wacha. Tutaweka tu kwa screen wakati. Nataka nisome kwa huyu. Wapi? Kidogo. Loughborough. Wesley ngoja. Tena kuelekea the correct one. And the Loughborough. Yes. Soma mpaka chini. Paka hapa chini. Ule anaitwa Elder John Norton Loughborough. Nasema hivi. Anasema hivi katika kuna kitabu hapa ambacho tutakisoma baadaye. Anaelezea iko katika hivi vitabu nyingi anaongea katika kitabu Discussion Between Somerville and Flood of Trinity page 38. Ukurasa wa 38. Ilikuwa ni discussion ya Trinity. So Loughborough anasema hivi. Question: what are serious objections is there to the doctrine of the Trinity?
Ni mapingamizi gani makuu yako katika fundisho hili la utatu? Answer. Majibu. There are many objections Kuna mapingamizi mengi which we might argue, but on account of our limited space, we shall reduce them to only to the three following. Tunaweza kuzungumzia mengi, lakini wacha tuzungumzie tu haya matatu. 1. Ya kwanza, it is contrary to common sense. Ni kinyume cha mawazo ya kawaida. Hata mawazo ya kawaida ya mtu Ni kinyume. ni kinyume. Hata ukienda kuhubiri Muislamu hata atakushangaa yote. Sasa unasema Mungu mmoja, tu unasema watatu. Utapewa maswali hapo. Waislamu hawatuelewi. It is contrary to common sense. Alafu anasema its origin is pagan and fabulous. Imetokana na upagani. ni upagani wenyewe. Unasikia? Number 3, it is contrary to scripture. Ni kinyume cha maandiko. Haiko katika maandiko. Alafu anaeleza it is not very consonant with the common sense to talk of 3 being 1 and 1 being 3, or as some express it, calling God the triune God or 3-1 God. Hiyo imeeleweka hivi. hiyo imeeleweka, si ndio? Naam. Sasa ni kinyume na, yani useme watatu ni mmoja na mmoja ni watatu. Wanasema it is contrary to common sense. Number 2, almost any portion of the New Testament we may open, ambapo tutafungua, which has occasion to talk of the Father and the Son, zinaongea kuhusu Baba na Mwana, represent them as 2 distinct persons. Inaongea kuhusu wao kama nafsi mbili tofauti. The 17th chapter of John is alone sufficient to refute the doctrine of the Trinity. Yohana 17 pekee yake inatosha hiyo kumalizana na hiyo Trinity. Inapinga. Unaelewa? Inatosha ni kuimaliza. To refute, yani kuimaliza kabisa. Only one chapter of the Bible. Anaendelea, number 3, instead of pointing us to the scripture for proof of the Trinity, badala ya kupeleka watu kwa maandiko kuonyesha utatu, we are pointed to the trident of Persians with the assertion that by this they designed to teach the idea of Trinity, and if they had the doctrine of the Trinity, they must have received it by tradition from the people of God. Hawa ni Persians. Wale wa Persia. Hao ndio wameleta hii doctrine. Imeanzia Persia. Na anasema Lafboro, kama tradition ya Trinity ingekuwa ni ya kweli, tungeipata kwa Wayahudi. Unaona hapa? It by tradition from the people of God. If they must have received it by tradition from the people of God, tungekuwa tumeipata kutoka kwa watu wa Mungu ambao ni Wayahudi. Lakini sasa wanatuapont ama wanatuponti tuende kwa Persians. Badala ya nini? Badala ya maandiko. Unaona? Alafu anaendelea kusema but anasema lakini maliza hapa. Utapiga hata hiyo Samuel. Nitaenda mpaka hapa. Kwa sababu kuna kitu hapa nataka niweze. But this is all assumed. Lakini ni dhana tu. For it is certain that the Jewish church held to no such doctrine. Wanasema ya kwamba kanisa la Wayahudi halikuwa na hiyo doctrine. Halikuwa na. Kwa hivyo kanisa la mitume halikuwa na hiyo doctrine. Amina. Unaelewa vizuri? Halikuwa na hiyo doctrine. So haiko katika Biblia. Hiyo ndiyo ukweli. Anaendelea kusema huyo Lafboro akizungumzia na huyu rafiki yake anaitwa Samabel. Anasema a friend of mine who was present in the New York synagogue asked the rabbi for an explanation of the word Elohim. Rafiki mmoja alikuwa kule kwa sinagogi la Kiyahudi, alimuuliza rafiki yake maana ya Elohim. Maana ya Elohim. A Trinitarian clergy man who stood by replied why that has reference to the 3 persons in the Trinity. Huyo sasa ni clergy, mchungaji. Akasimama sasa akaeleza akasema hivi. Mimi najua mambo ya Elohim. Hiyo ndio ina prove Trinity. Na wako kwa Wayahudi kule. Wako kwa sinagogi. Kwa sinagogi. Yes. Sikiza kile kilichotokea. Naam. When the Jew stepped forward. Wakati Myahudi alisimama sasa. And he said, akasema, he must not mention that word again. Asitaje neno hilo tena utatu. Or they would have to compel him to leave the house. Ama hivyo watamshawishi aondoke kwenye chumba hicho. For it was not permitted to mention the name of a strange god in the synagogue. Haikutakikana kutaja miungu, jina ya miungu tofauti katika sinagogi. Na akazima kama tukutupe nje sasa. Hakuna cha Elohim ati Trinity hapo. Kwa hivyo Trinity haiko kwa Wayahudi. Kanisa la kwanza lilikuwa na Trinity. Ilitoka Persia. Warumi wakaichukua.
Unaelewa vizuri eh? Na hivyo ndio inaendelea, maana yake ni paganism. Kuna huyu mtu anaitwa Roswell Cottrell. Sawa, tuko karibu kumaliza. Naelewa? Huyu anaitwa Roswell Cottrell. Unaelewa? Huyu ni pioneer pia. Chukua, bado hujachukua. Hebu sijui kama Huyu anaitwa nani? Acha kwanza. Roswell Cottrell. Huyu. Chukua zote hizi tu. Chukua zote kwa sababu ya muda. Sitaki niwaweke sana watu, nataka nimalize ili sasa watu na wapate nafasi ya kufanya vitu zingine. Okay. Roswell Cottrell anasema hivi. Acha weke kwa screen. Ni sawa. Sijali wewe unaweza soma. Sawa, anasema we understand that the term Trinity means union of three persons. Tunaelewa ya kwamba neno hilo Trinity inamaanisha uunganifu wa watu wa nafsi tatu. Not offices in one God. Si ofisi tatu kwa Mungu mmoja. So that the Father, Son and the Holy Ghost are three at least and one at most. Ili kwamba Baba, Mwana na Roho ni that one person is three persons and that three persons are only one person is the doctrine which we claim to be contrary to reason and common sense. Yani kwa kifupi wanasema hiyo doctrine, such a doctrine he does not ask us to believe. Mungu hajatuambia tuamini utatu. Naam. Naelewa vizuri eh? Sasa huyu AJ Dennis, hata nitaruka kwa sababu ya muda. Unafikiri imewekwa hapo, wanaweza akasoma. Ni sawa. Nitaenda kwa huyu mtu anaitwa Judison Washburn. Judison Washburn. Hiyo nitaenda kwa hiyo kwa sababu ya muda. Anasema the doctrine of the Trinity, fundisho la utatu, is a cruel heathen monstrosity. Ni heathen, ni fundisho la kimataifa ambalo liko na it is very cruel. Yani ni mtu heathen, ni mtu ambaye anaamini uganga, yani vitu vya kishetani. Kuna doctrine za kishetani ambazo si za Mungu. Nasema the doctrine of the Trinity is a cruel heathen monstrosity, removing Jesus from his true position. Inamondoa Yesu katika nafasi yake of divine savior and a mediator. Ya divine savior ni mwokozi wa kiungu. General Conference 1940. Waliandikiwa hiyo barua. Hiyo ni jinsi. Unajua unaendelea hiyo. Review and Herald. Wapi sasa? Tunaenda Review Herald. Hapa alafu tumalize elect Wagona, alafu ni make conclusion. Alafu ni make conclusion. It's okay. Endelea, anasema the doctrine called the Trinity, claiming that God is without form or parts, that the Father, the Son and the Holy Ghost, the three are one person, is another false doctrine. Hawa ni wazee wa imani. Uriah Smith. Uriah Smith. Review and Herald ya July 10, 1856. Huyo ni Uriah Smith, anasema ni false. Sasa tuende kwa Wagona kwa sababu ya muda, wengine tuende kwa Wagona. Hii hapa Wagona imeanza hapa paka hapa. Paka hapa. Mpaka hapa. Twende paka hapa. Nitasoma Wagona alafu sasa niweze kufanya conclusion ya haya maneno. Sasa mpaka Wagona ni sawa sawa. Utasoma paka Wagona alafu sasa tuweze kufanya conclusion. Wagona anasema hivi. Question. Do you believe in the Trinity? Wajua Wagona wakati alihojiwa hapa. Do you believe in the Trinity? Je, unaamini utatu? Wagona akajibu. If I knew what you mean by the term. Kama ningeelewa nini unamaanisha na hilo term, I might tell you. Ningekwambia. Naweza kukuambia. But from the day of Athanasius, lakini kutoka siku za Athanasius yule mfalme until now, mpaka sasa, all discussion, mazungumzo yote about the Trinity, kuhusiana na utatu, has been an attempt, imekuwa ni jaribio, to define the undefinable. Wanajaribu kudefine kile ambacho hauwezi kukielezea, and the incomprehensible, na kile ambacho kiwezi kueleweka. Thousands have been put to death for not professing belief in a formula which even its professors could not comprehend.
Wengi wameuawa kwa sababu watu wamekataa. Hata wale walaanzishi wenyewe hawezi kuelewa. Hawezi kueleza. Nor state in terms that anybody else could comprehend. The scripture reveals one God. Biblia inafundisha Mungu mmoja and the Father of all, ambaye ni baba wa wote. Our Lord Jesus Christ. Na kuna Bwana wetu Yesu Kristo, who is the brightness of the Father's glory, ambaye ni mng'ao wa utukufu wa Baba, and the eternal Spirit, na kuna Roho wa milele, through whom Christ offered himself, kupitia Kristo kujitoa kwake, and was raised from the dead, na akafufuliwa kutoka kwa wafu. But we do not profess any knowledge of them, wala hatuzungumzii ujuzi wowote kwa usu, beyond what the scripture gives us. Kando na ile Biblia inavyotuzungumzia. In teaching and preaching the gospel, kwa kuhubiri na kufundisha Injili, we always confine ourselves strictly to scripture terms and language. Siku zote tunakaa katika maandiko na jinsi maandiko yanavyozungumza. Those who manufacture terms, wale wanaovumbua maneno yao, must be looked to, wanafaa kuangaliwa for definition for them, watafutwe ili wapewe definition zao. Yani wale wameanzisha hiyo ndio watafutwe waeleze hao. It is safest not to presume to define what the Bible has not defined. Si vyema kujaribu kuelezea kile ambacho Biblia hakijaelezea. Yes, Eti Jones pia ameongea. Wako watu wengi, Eti Jones pia wameongea hapo. Na hata ukiendelea kule mbele unakuta kwamba kuna mwingine anazungumzia, anasema ya kwamba either the pioneers were wrong and we are right. Nasikia hiyo ambayo tutaweza kuiangalia kesho. Tuna sawa. Manake kesho ndio nitakuwa namaliza. Hata iko hapa. Wacha tuisome kabisa. Wacha tuisome kabisa hapa. Hiyo ya George Raymond Knight. Hapa tu most of the founders. Naanzia tu hapa. Aya hii ndio. Alafu nisome kote ya mwisho Ellen White tuweze kumaliza. George Knight. George Raymond Knight. Ministry Magazine ya October 1993. Alizungumzia kuhusu nani, huyu ni church historian. A very old church, yes, tena wa kuheshimika sana. Akasema hivi, most of the founders of the Seventh-day Adventism, waanzilishi wengi wa kanisa la Kiadventista, would not join the church today, hawawezi kuunganika na kanisa la leo, if they had to subscribe to the denominational fundamental beliefs, kama ingewapasa kubaliana na fundamental beliefs, yes. SDA. More specifically, na sana most would not be able to agree, wengi hawangeweza to the belief number 2, kwa belief ya pili, which deals with the doctrine of the Trinity, ambayo inazungumzia utatu. Kwa hivyo George Knight aliweza kuandika, na kuna ule Jerry Moon ambaye ni mwana Trinity. Jerry Moon anasema hatuwezi kuwa na ukweli mara mbili. Either wale pioneers walikuwa wakweli na sisi ni waongo, ama unaona, either pioneers walikuwa wakweli na sisi ni waongo, ama sisi ni wakweli wale ni waongo. Asante. Tunaelewana vizuri? Bado nataka nisome quotation ya mwisho. Nataka nisome quotation ya mwisho Ellen White. Sasa niweze. In 1915 Ellen White alipokuwa sasa Ellen White wacha nisome quotation ya mwisho ya Ellen G. White, the last quote, page 64. Wacha nisome hiyo, ni ya mwisho ambayo sasa inazungumzia. Ellen White anasema baada hiyo misingi ya kanisa. Sasa kesho nitakuja kufundisha Trinity iliingiaje katika kanisa. Kuna MS1 1915. Yes, MS1 1915. Ellen White akizungumzia baada sasa in 1915, na hapo ndipo Ellen White aliweza kuaga. Aliacha misingi, unaona, akasema hivi. Unaona, anasema I tell you now that when I am led to rest, ninawaambieni sasa ili kwamba nitakapozikwa, great changes will take place. Mabadiliko makubwa yatatokea. I do not know when I shall be taken. Sijui nitachukuliwa lini. And I desire to warn all against the devices of the devil. Na ningependa niwaonye wote kutokana na ujanja wa shetani. I want the people to know, ninataka wasabato wajue, that I warned them fully before my death. Ya kwamba niliwaonya vikamilifu kabla ya kifo changu. I do not know especially
what changes will take place. Sijui ni mabadiliko gani itatokea. I do not know especially what changes will take place. Sijui kwa kweli ni mabadiliko gani yanakuja kutokea. But they should watch every conceivable sin, lakini waangalie chochote ambacho ni dhambi za kawaida, that Satan will try to immortalize. Dhambi ambazo shetani atajaribu kuziweka, yani ziwe immortalize, yani ziwe za siku zote, ziwe za milele, immortality. Sasa inamaanisha kwamba yani hiyo makosa itaandikwa kwa vitabu. Tunaelewana vizuri? Naam. Na umeona hata wewe ya kwamba hata yule mhubiri ambaye nimetumia mavideo zake anapinga kile wanzilishi walianzisha. Tunaelewana vizuri? So unaona Ellen White unabii wake unatimia kabisa. Tena kesho kuna quote nyingine ambayo sasa nita elaborate kesho. After sasa nimeeleza vile Trinity ilivyokuja mpaka 18 mpaka 1981 vile ilivyokuja. Na Ellen White alivyotabiri ni kitu gani kitatokea baada ya hapo. Ndipo sasa hawa wahubiri wote tutawaingiza kwa hiyo bracket. Maanake alisema ya kwamba baada ya mabadiliko yote watabadilisha dini yetu, alafu wataleta dini aina ya dini ambayo inaongozwa na mafilosofers. Dini ambayo inaongozwa na wana philosophy ambao wamesoma kulingana na philosophy zao, ndio wataongoza kanisa na philosophy. Leo ukiangalia nabii wa kanisa leo hii ni mtu ambaye ni philosopher ama mtu ambaye ana hold degree katika theology, umenelewa? Katika ile mafundisho yake ndio yanachukuliwa ndio ya kweli. Yani hao ni kama ndo manabii wa kanisa. Na Ellen White alisema huo mfumo huo utakuwa baada ya kuwa wamebadilisha misingi ya kanisa. Na alionya hivyo akimuonya Kellogg wakati ule ameleta pantheism. Kwa hivyo kesho nitaeleza vile Trinity ilivyoingia kuanzia pantheism. Nitaanzia 1895, umenelewa? 1897 pale. Wakati sasa Kellogg anapokea imani mbaya kutoka kwa Seventh Day Baptist. Yeye ndio, kuna jamaa mmoja pale alikuwa very prominent, anaitwa Dr. Lewis. Alikuja pale Battle Creek. Alafu sasa akamshawishi, akamuingiza Kellogg katika hayo mafundisho. Ellen White akaonyeshwa, akamuonya Kellogg, lakini Kellogg hakusikia. Akaendelea paka kaandika kitabu chake kinaitwa The Living Temple. Ndani yake sasa akaingiza ile sasa chanzo. Ellen White anasema alpha of the apostasy. Sasa omega inakuja baadaye, ambao sasa Kellogg akijitetea aliamini Trinity kabla hajafa. Umenelewa? So wakina Kellogg na wengine waliokuja ndo wakaingiza Trinity. Lakini walingojea paka Ellen White akufe. Kwa sababu waliona akiingiza akiwa hai Ellen White atawaribiku. Hizo record zote niko nazo hapa. Umeelewa vizuri? Za kanisa, official za kanisa, ambazo zin documents mtu anaweza enda kutafuta na kazipata. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo wakangojea Ellen White akakufa. Alipokufa sasa ndio wakaanza kuhubiri mambo ya Trinity. Wakahubiri mambo ya Trinity mpaka 1831 wakaanza kuingiza Godhead Trinity. Wakaingiza hivyo polepole mpaka 1981 wakaingiza kabisa mzima mzima. Walipoingiza mzima wakaanza kurevise vitabu vya kanisa sasa. Wakaanza Yesu ni Mungu mwana, ni mwana tu metaphorically, lakini si mwana halisi, ametokana na Baba. Unaona? Wakaanza kabisa kutoka katika misingi ile ya pale mwanzo ambayo ilianzishwa na kanisa. Na Ellen White alikwisha kuonya, akasema najua nikifa mimi mabadiliko mengi yatakuja. Na ni kweli amekuja. Na tayari hivi sasa tunavyoongea tuko na omega apostasy. Ambayo hiyo omega apostasy ni Trinity. Ukifanya na Trinity unafukuzwa kwa kanisa. Umeelewa vizuri? Hata saa hii unaelewa vizuri? Kuna vitu ambazo unaweza kufukuzwa kwa kanisa. Kuwajua kuna ile rank of teachings. Number 1 ambayo ni number 1 rank katika teaching doctrines. Ukivunja doctrine katika imani ya kanisa, wewe hauna msamaha. Sasa watu wengi wajua hawajui. Hauna msamaha, yani hautakuwa entertained. Umenelewa vizuri? They will yani watakufukuza. Baraza inakaa na unaambiwa huyu amejitenga na imani kwa sababu wamepinga doctrine. Lakini unaweza kupinga hata kuna washiriki wengi wa SDA lakini hawaamini mambo ya Ellen White. Lakini hawatengwi kwa sababu hiyo haijaingia katika hili sasa hili zile doctrine. Lakini zikiingia ukivunja kabisa doctrine kama Trinity, umenelewa? Hiyo Trinity kwanza. Hiyo uifundishe vingine. Hiyo lakini kuna watu wengine hata wanaambiwa it is optional. Either ukubali roho ya unabii sawa. Unaitumia for your own devotional life. Ukue katika hali ya kiroho. Lakini mtu hawezi kulazimisha kwa kanisa kwamba lazima uamini roho
ya unabii. Lakini katika doctrine, ukipinga doctrine yoyote ama zile mambo ya ubatizo, wewe si unaona zile vows za ubatizo, si umeona vile zimepangwa vizuri pale, zile vows sasa za ubatizo hizo sasa zimejengwa katika zile doctrine tunaamini. Tunaelewana vizuri. Kwa hivyo mimi nataka ni conclude hivi. Nimetoa zile fact kwamba wale wana pioneers wote hawakuamini Trinity. Walikuwa wana Trinity before huko kwa makanisa yao. Methodist, Baptist yote walikuwa wana Trinity. Lakini walipokuja katika misingi ya imani sasa, walikuja wote wakaika vitabu pamoja. Unanielewa? Wakachimba na kuomba. Ellen White mahali wameshindwa nafunuliwa. Pole jana nilisoma hiyo. Pole wakaandika doctrines ambazo zinaitwa fundamental principles. Hizi ndizo sasa ni kanisa hiyo. Sasa Ellen White akiandika hizo don't call the church Babylon. Umeona? Ana refer hiyo ya 1872. Kanisa hilo. Hiyo sasa hiyo ndio kanisa. Lakini wengi wanaiapply kwa hii. Sasa hapo ndio watu wanakosa kuelewa. Sasa hii wale ambao wameanzisha hii misingi hii, hao ndio watuambie sasa hiyo misingi waliitoa wapi? Hii ni ya 1981. Inaitwa Advent New Organization. Umeelewa? Watuambie wametoa wapi, na hii misingi ambayo sasa hii ndio imesimamishwa ikiwako Trinity. Unaelewa vizuri waliitoa ama na ilikujaje katika kanisa? Hao ndio nafaa wajibu ili washiriki waelewe, kwa sababu washiriki wengi sana watapotea. Na siwezi kuwalaumu washiriki wa Adventista, hawafundishwi church history. Ikiwa mimi mwenyewe nilienda na nikasoma, lakini kilipofika hapo kwa 1872 hatukupitia huko. Kwa hivyo mapasta wengi hata kule hawajui hiyo kitu. Hata mtu ukimsomea sahi anashangaa, anasema hii kitu anasema ni elimu mpya. Sio elimu mpya, ni elimu ya Kiadventista ya kweli ambayo imekuwako na hata wakati umeko. Lakini Ellen White amesema kwamba ilikuwa baada ya kufa kwake mambo itakuja kubadilishwa, na sasa amebadilishwa mpaka tumefika hapa leo. Asante mchungaji. Asante. Mambo mengi sasa ni kesho ndio final. Kesho ni final. Nikipata nafasi kesho, kuna zile quotes ambazo watu wanazitumia vibaya. Kama niko nazo hapa, niko nazo na answers zake. Nimefanya na some verses ambazo wanazitumia vibaya wana Trinity. Tunasema hivi, tomorrow baadaye watu wakihitaji vitabu tutawaelekeza kabisa, maana vitabu viko. Kuna kitabu kizuri pale, kitabu hicho kiko kama kinaonekana, mwelekezi wangu, kitabu hicho kizuri kabisa, kizuri tu. Na wacha nipeane namba kabisa, na kesho nitapeana tena, kwa tutaweka hata kwa screen, tutaweka kwa screen, tuweke kesho ama niseme sahihi. Unaweza sema kwa haraka, lakini pia tutaiweka kwa screen. Ukitaka namba yangu sasa ili tuzungumze moja kwa moja, kama kuna kikundi pengine unataka elimu zaidi ya Bible study, namba yangu ni 0724 0724 naweka pia kwenye pale comments 0724 02 90 08 0724 02 9008 0724 02 02 alafu na nini tena 02 02 tena 9008. Wacha tu niseme tu kizungu, Kiswahili mara nyingine inanitatiza. 0724 02 9008. Hiyo ndio namba yangu. Pastor Emmanuel, tunaweza kama kuna kikundi unataka mafundisho utuonane ana kwa ana, yes tutapanga kila kitu. Hizo vitabu mpya kwenye kundi la Mungu. Yes, ukitaka vitabu za kina Wagona unaweza ukapata, Donald Carishot, Robert Willand. Tunaweza kukuambia kule unaweza kuzipata vitabu hizo. Kwa hivyo wapendwa, tunashukuru sana, muda umekwenda sana. Wacha nichukue nafasi niweze kuwashukuru wote ambao watafuatilia na wale ambao tumefuatilia kwa pamoja. Tunawaombeni jameni, haya mambo yametukuta, hata sisi tumezaliwa tukayapata kabisa. Tumepatikana katika hali ya sintofahamu kabisa, lakini Mungu anahitaji tuchukue hatua ya kusimama katika kweli kabisa. Si kwamba tukashifu mtu, si kwamba tutusi mtu, lakini ni kuelezea ukweli katika upendo wa Kristo ili watu waone nuru. Katika comments na ni wasabato. Na wanaandika comments za kutusi na kudharau. Sasa mimi nataka niwaulize wale wasabato ambao wako na hiyo tabia. Unamtetea Mungu kwa kutukana mwingine? Hapo ndio matatizo.
Si afadhali utoe facts kuliko unaanza kukejeli mtu na kuandika maneno ambayo hayafai. Sasa hiyo inadhihirisha wazi kwamba huyo mtu hana Mungu. Kwa sababu huwezi kuwa na Mungu uanze kutukana mtu na kuanza kumdharau. Hiyo pendo imekuwa ni part. Tumefanya part ngapi hiyo? Tumefanya part 2. Hii ni part ya ngapi tangu tulipoanza? Hii ni ya 6. Kesho tulikuwa ya 7. Ya 7 inamaliza. Yes, ya 7 inamaliza. Kwa hivyo msikose kesho, naweza ifanya saa ngapi ile? Saa 6. Maana kesho nimalize alafu tena niweze kusafiri. Midday 11 or 12. Is it okay? Traveling to Mombasa. I will be traveling back. Afternoon hours missing. Midday. So midday kesho. Midday. Tufanye midday. Hiyo nitafanya final. Tumalize. Nitafanya final. Watu wapumzike waje kesho. Kabisa. Asanteni sana. Mwenda jioni njema. Tunawapenda kwa jina la Yesu. Amen. Na tunaomba amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidi kuwa pamoja na kila mmoja wenu. Tunawapenda kwa jina la Yesu. Amen. Wacha tuombe tumalize. Asante, tunaomba. Baba wa mbinguni, umekuwa mwaminifu tangia sabato ilipoanza mpaka sasa imekamilika na tumeingia kwenye somo lingine. Umetufundisha mengi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema sifa na utukufu zikurudie. Tunaingia kwenye usiku wa giza. Linda kila mmoja wetu. Watakaofuatilia somo wabarikiwe. Kusiwe na roho ya kujiinua na kujitukuza. Tuko na preconceived ideas. Kuna mambo mengi watu wamesoma kwa muda mrefu. Lakini tunavyofundishwa katika roho nabii, tutatakiwa kujifundisha tena mambo ambayo ni ya kweli. Tubariki usiku wa giza, tujalie afya njema kwa ajili ya kesho. Mapenzi yako yatimizwe kwa kila jambo, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki pia. Bwana akubariki. Nashukuru sana. Asanteni sana. Tumezidi kuona Mungu. Asante. Bwana akubariki sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe.